anayeitwa MC Migi, a champion manager twende kazi. Tukiwa hivyo waheshimiwa, kidogo tu waheshimiwa, wacha niwaletee msanii mkubwa anayeitwa MC Migi, a champion manager twende kazi. Ekinege kama rumuru oya ekinege kama rumuru oya ekinege kama rumuru oya you never ya mwabe kiara oya you never ya mwabe kiara oya you never Hello, wekize kelina onde na akolire ki Mtuaruara na kabaga ke Zairo chile nevi into mwakere chimpo vichichieta Kimba tela Zaire, mwatela Zaire Wakera chimba vichicheto. Haya, asante sana. Leo mmekuja kwa fujo kufuliza mjumbe. Hapana, leo niko na watu ya kufulizwa, si ndio? Asante sana. Diamore naende. Wacha tusalimiane kwa hewa, Diamono sana. Bas, leo niko na furaha sana kwa sababu niko na wageni ambao wamekuja kututembelea, si ndio? Kabla niseme, wacha tufanye masabu, si ndio? Haya, tuko na pasta, wapi pasta Murwabe? Haya, wapi pasta? Nani yuko hapa? Wapi pasta mwingine? Nani atatufanyia masabu? Omongina oyo mwa ache ato sabere. Pasta ndio huyo mheshimiwa. Tunaye pasta hapa. Okay. Haya, omongina oyo mwa ato sabere. Abangina gaki. Injoro sabe. Saba yake gusi. To sabe, motongi tatnya sai bia mona kia watu anje to ikire mambia rari tuke ni asama gimaito. Asenga ncho cha kwaga ni mto chano osire bio byaito. Wantu awetigira manaito mwana mwanake wase tukoli maweke nyage ya ile asobe wa Yesu Kristo mutoria. Haya, sasa wacha tupatie ndugu yetu pasta aweze kusema pia maombi kidogo. Basi tuombe. Baba wetu aliye juu mbinguni, asante kwa siku ya leo. Asante kwa wageni wote wamefika uwanja huu. Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya serikali yetu ya Kenya. Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu serikali imefanya kazi nzuri. Mungu wetu, leo ni siku ambayo tumekuja pamoja kama serikali ya Kenya. Tunaomba kwamba Mungu wetu uendelee kuongoza serikali ya Kenya katika jina la Yesu. Leo viongozi wetu wamefika hapa, wamekuja ili wapate kuongoza vijana na wamama wote. Asante sana kwa sababu ya msaidizi wa kiongozi wetu wa serikali Kindiki Kithure, na mweka kwa mkono yako Mungu wetu, na ukamuongoze Mungu wetu, ukampatie hekima Mungu wetu, ukampatie nguvu. Baba wetu, muumbaji wetu, asante kwa yote. Wote wale ambao wamekaa hapa, najua leo watabarikiwa, najua leo wataongozwa, najua viongozi wote wa Kenya
wamefika hapa wataona mkono yako Yesu, katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Asante sana ndugu yetu Pastor. Bas sasa mimi niko na jambo moja. Jambo ya kwanza, na wataka kushukuru kwa kufika hapa nyinyi wote. Leo mumekuja hapa kutusaidia tukaribishe wageni. Na hawa wageni wengi wamekuja ni marafiki zangu wa dhati ambao tunafanya kazi nao katika bunge la taifa. Leo nataka niwatangazie tuko na ndugu yetu His Excellency Deputy President ambaye yako njiani anakuja, Profesa nani? Kithure. Leo tuko na wageni chungu mzima ambao mtaona hapa. Tuko na ndugu yangu anaitwa Faruk Kibet. Makofi kwa Faruk Kibet. Tuko na ndugu yetu kutoka Kericho, Senator anaitwa nani? Aaron Cheriot. Tumpigie makofi senator wetu na majority leader katika Senate. Pia tuko na ndugu yetu, mtoto wetu, ndugu yangu, rafiki yangu Silvanus. Simusikie. Silvanus Okioma. Huyo ni ule ni mwingine. Silvanus nani? Tumpigie makofi ndugu yetu Silvanus Osoro. Tuko na ndugu yetu, jirani yetu kutoka hapa kwa kona, Nyaribari Masaba, Mheshimiwa Daktari nani? Daktari Manduku tuko na yeye. Tuko na mama wetu, rafiki yetu, jirani yetu kutoka Nyamira Women Rep, Mheshimiwa Jerusha. Tumpigie makofi. Tuko na dada yetu, mtoto wetu anaitwa Esi Ekenyuri. Tuko na ndugu yangu, rafiki yangu kutoka Trans Nzoia, Senator Alan Chesang. Tupigie makofi. Pia tuko na dada yetu, Women Rep kutoka Trans Nzoia. Tupigie Mheshimiwa Lilian Sioi makofi kabisa. Ya kukaribisha wageni. Sasa pia tuko na jirani yetu, Mheshimiwa kutoka hapa chini Migori, anaitwa Fatuma Full Network. Tumpigie makofi Women Rep wetu wa Migori County. Tunaelewana? Haya, sasa niko na ndugu yangu, jirani, rafiki wa karibu, anaitwa kutoka Nyamira West Mogirango, anaitwa Mheshimiwa Steve Mogaka. Tumpigie makofi. Sasa niko na mama wetu wa mwisho, ndo nilitaka nimlete. Omongina mama yetu wa county hii. Relax. Mama wetu Mheshimiwa Honorable Doris Donya. Tumpigie makofi. Na pia tuko na ndugu yetu ambaye Rais William Ruto amempatia kazi hivi juzi huko Ikulu, ndugu yetu Mheshimiwa Matoke ako hapa na sisi. Sasa nataka tukimbize hii program haraka upesi. Kwanza kabisa nataka niwashukuru watu wa Nyaribari Chache kwa tukaribishia wageni. Leo hii tumekuja kwa hafla ya kusaidia mambo ya Ebiombe. Serikali yetu ya UDA, mnakumbuka, ilisema kwamba
inafanya mambo inaitwa bottom. Hebu tuende chini kwenda juu. Bottom ya kusaidia watu kutoka chini wapate pesa wajisaidie katika maisha yao. Si ni kweli? Kwa hivyo leo sitasema sana, leo ni siku ya wageni. Kwa hivyo sasa nataka nimkaribishe ndugu yangu Faruk Kibet, mumpigie makofi na uweke mziki kabisa. Tumkaribishe Faruk Kibet. Watu ya sehemu hii, God is good and all the time. Muko sawa? Wapi sijasikia nduru ya Zaire hapa? Unajua hawa viongozi wamewacha kazi yao ili waje wainue maisha ya chini kwenda juu. Hiyo mambo ni sawa si sawa? Nyinyi mmefurahi kwa kushirikisha viongozi hapa. Kuna wale wanatuambia Nairobi kwamba tusirudi mashinani. Nyinyi watu hapa mnawaambia nini? Washindwe? Hebu tuseme wasikie mpaka Nairobi, washinde wasishindwe. Jambo la pili nataka kusema ni vizuri kuinua jamii. Na mimi nashukuru mjumbe wenu Mheshimiwa Zaire, kwa sababu yeye kila na wakati anajali maslahi ya watu ya chini. Ndio maana sisi tumewacha kazi zetu ili tuje tusimame na nyinyi muweze kufaulu. Na kwa sababu njia ya kufaulu ni kushikana kuwa kitu kimoja, tuwe watu wa moja. Kuna wale wanatabiri maneno ambaye isiyofaa katika Kenya. Wengine wanasema eti wao wakishashiba watu hapo sehemu hii Nyaribari wameshiba. Hawa tunawaambia namna gani? Washindwe sio? Na leo tumekuja kufanya kazi ambaye itainua mkaji wa hapa. Jambo ambalo lazima tuseme na tuambie watu wetu, ni vizuri muweze kujiregister na maneno ya SHA, kwa sababu wale watu wanapinga mambo ya SHA kila wakati ni wale mfuko yao iko sawa sawa. Sisi tunataka kuhimiza wamama, vijana, kwa kila mtu kwamba ni vizuri uweze kuwa na kati ambaye itakusaidia wakati hata ukikohoa usiende mbali. Hawa wa jamaa ambaye wanajiita wapinzani wa serikali hawana la kupatia wananchi. Na hii ukweli lazima isemwe, kwa sababu ukiona kiongozi tabia yake ni kuinvite watu, yeye anatabiri mambo ya vita. Mimi hapa leo nataka kuuliza wakaaji wa hapa, kiongozi wa aina hiyo afai kuwa kiongozi hata ya kusimamia chairman ya DIP. Nyinyi mnasema washindwe ama wakae? Jambo yangu ya mwisho, kwa sababu wageni ni wengi na ni marafiki wa Zaire. Wewe Zaire utatuita function ambaye ni yako, na kwa sababu hii kikundi yako mzuri, watu hapa Nyaribari, watu ambaye mtakuwa na msimamo, mimi Mheshimiwa Zaire nataka kuwapatia hao wangwana shilingi 1,000,000 kuja kuunga kazi yako. Nyaribari oye! Nyinyi mnasema wale watu wameenda kuchokoza majirani wetu kule Tanzania. Sisi tunawaambia hao washindwe. Washindwe wasishindwe? Wale watu badala ya kuja Zaire mbele ama rudi nyuma? Au unakisha
Ni sawa na si sawa? Tuendelee mbele. Turudi tena nyumbani. Sasa mimi najua Osoro yuko hapa na ninamuuliza Osoro atembee na Wakenya wengine. Sisi tutarudi kufanya kazi hapa nyumbani na tutafanya kazi ya ukweli. Na mwisho nataka kuuliza ule wabunge hawa wakienda bunge wachunguze mwenzao ambaye anajitia kama anaenda na girlfriend yake akishakosa kumlipa deni sio alikula dawa gani anakimbia mpaka hospitali. Tuambie wachezaji wafanye nini? Asanteni sana. Nirudi hapa nyumbani tena. Unanikaribisha? Nifanye kazi na nini? Inatosha itoshi. Wapi kelele ya viongozi hapa? Sasa nitaita mwenzangu aje aendeshe kipindi. Kwa sababu wewe ndio uendeshe unaita nani wapi? Haya sawa, ndugu makofi kabisa watu wanaendelea. Asante sana. Sasa wacha nimwite ndugu yangu Silvanus Osoro.
Mole, maje tomo ino, kotengia mareko, iga, tenango torole, mode wadale na, inu kiraigo, sawa, DJ chaki ono, ini dia tango baba, umoganda kunigene, ado montomi ya DJ, sense, DJ, Dr. B on me, ladies and gentlemen. I should have said, he says, tenga mpakanse, usiya itose, yegera mpakanse, usiya itose, tenga mpakanse.
mateu baetamo ura ya twamo imeivya meramo bana baito kansese usia itose tegera mpakansese usia itose tenga mpakansese usia itose tegera mpakansese usia kabla danasa ningi weka igoro bekerega bari babatana janda tutam bekaiga bari babateba ruto tutam bekaiga nande ndola bia kabisa bia mono yake chinkovi ashur dam sela madicha eletiko watu karaga nyaka aba inambia mole manje tomo ino otengia mareko iga tenango torole mode wadale na inu kiraigo sawa DJ chaki wono ini dia tango baba umoganda kunigane ado montomi atije isense como sayansi ije isense Dr. B on me, ladies and gentlemen. I should have said he's a same tenga mpaka sense usiye itose yegera mpaka sense usiye itose tenga mpaka sense usiye itose yegera mpaka sense usiye itose yeza oto sense niye usiye itose towa tomo rembeseito usiye itose yeza oto sense niye usiye itose towa tomo rembeseito usiye itose ura ya twamo imeivya meramo bana baito basoma mateu baetamo ura ya twamo imeivya meramo bana baito kansese usiye itose tegera mpakansese usiye itose tenga mpakansese usiye itose tegera mpakansese usiye kabla danasa ningi weka igoro
ndugu yangu Faruk Kibet, mumpigie makofi na uweke mziki kabisa. Tumkaribishe Faruk Kibet. Watu ya sehemu hii, God is good and all the time. Muko sawa? Wapi sijasikia nduru ya Zaire hapa? Unajua hawa viongozi wamewacha kazi yao ili waje wainue maisha ya chini kwenda juu. Hiyo mambo ni sawa si sawa? Nyinyi mmefurahi kwa kushirikisha viongozi hapa. Kuna wale wanatuambia Nairobi kwamba tusirudi mashinani. Nyinyi watu hapa mnawaambia nini? Washindwe? Hebu tuseme wasikie baka Nairobi, washindwe wasishindwe. Jambo la pili nataka kusema ni vizuri kuinua jamii. Na mimi nashukuru mjumbe wenu Mheshimiwa Zaire, kwa sababu yeye kila na wakati anajali maslahi ya watu ya chini. Ndio maana sisi tumewacha kazi zetu ili tuje tusimame na nyinyi muweze kufaulu. Na kwa sababu njia ya kufaulu ni kushikana kuwa kitu kimoja, tuwe watu wa moja. Kuna wale wanatabiri maneno ambaye isiyofaa katika Kenya. Wengine wanasema eti wao wakishashiba, watu hapo sehemu hii Nyaribari wameshiba. Hawa tunawaambia namna gani? Washindwe sio? Na leo tumekuja kufanya kazi ambaye itainua mkaji wa hapa. Jambo ambalo lazima tuseme na tuambie watu wetu, ni vizuri muweze kujiregister na maneno ya SHA, kwa sababu wale watu wanapinga mambo ya SHA kila wakati ni wale mfuko yao iko sawa sawa. Sisi tunataka kuhimiza wamama, vijana, kwa kila mtu kwamba ni vizuri uweze kuwa na kati ambaye itakusaidia wakati hata ukikohoa usiende mbali. Hawa wa jamaa ambaye wanajiita wapinzani wa serikali hawana la kupatia wananchi. Na hii ukweli lazima isemwe, kwa sababu ukiona kiongozi tabia yake ni kuinvite watu, yeye anatabiri mambo ya vita. Mimi hapa leo nataka kuuliza wakaaji wa hapa, kiongozi wa aina hiyo afai kuwa kiongozi hata ya kusimamia chairman ya DIP. Nyinyi mnasema washindwe ama wakae? Jambo yangu ya mwisho, kwa sababu wageni ni wengi na ni marafiki wa Zaire. Wewe Zaire utatuita function ambaye ni yako, na kwa sababu hii kikundi yako mzuri, watu hapa Nyaribari, watu ambaye mtakuwa na msimamo, mimi Mheshimiwa Zaire nataka kuwapatia hao wangwana shilingi 1,000,000 kuja kuunga kazi yako. Nyaribari oye! Nyinyi mnasema wale watu wameenda kuchokoza majirani wetu kule Tanzania. Sisi tunawaambia hao washindwe. Washindwe wasishindwe? Wale watu badala ya kuja Zaire aende mbele ama rudi nyuma? Aunganishe
achunguze mwenzao ambaye anajitia kamba anaenda na girlfriend yake, akishakosa kumlipa deni, sio alikula dawa gani, anakimbia mpaka hospitali. Tuambie hao serikali wafanye nini? Asanteni sana. Ni muda wa serikali tena. Tunanikaribisha. Nisha nifanye kazi na nini? Inatosha itoshi. Wapi kelele ya viongozi hapa? Sasa nitaita mwenzangu hata aendeshe kipindi, kwa sababu wewe ndio mwendesha, unaita naye wapi? Haya, sawa, ndugu makofi kabisa watu wa Kenya. Asante sana. Sasa wacha nimwite ndugu yangu Silvanus Osoro.
wamekubaliwa na wananchi, kwa sababu wamekosa agenda, wakiwa na mtu yake ya ambaye alikuwa impeached. Kwa sababu wamekosa agenda, anaenda anapanga abduction yake, anasema ya kwamba alishikwa, anaenda anaingia kwa majani, kwa kahawa, uongo. Baadaye ripoti imeonyesha kwamba ile gari ambayo ilimbeba ilikuwa gari ya mtu yake, iliorganiziwa na manager wake wa CDF. Sasa hii tension yetu mnaleta Kenya ni kwa nini? This is the drama we've been telling Kenyans. Hata hizi abductions zote mlikuwa mnasikia in the previous in recent months, most of them zimepangwa na huyu jamaa wa Wamunyoro anaitwa Gachagua. I am telling you, interest ya huyu mtu ni kuhakikisha kwamba Kenya haina amani, Kenya ianze vita mapema, Kenya ianze kukosana. Na sisi kama hii jamii yetu hapa very hard working, ambao tuko Kenya mzima, hatuwezi ruhusu Kenya ikose amani, especially sisi community ya kutoka hapa Kisii. Tunaishi kila mahali, Thika tunaishi, Eldoret tunaishi, kila mahali. Ukianza kuvuruga amani mapema hii, hata before elections, na kuanza kututishia maneno ya amani na maneno mengine, we are telling you, shame on you, it is not going to work. 2027 will be the most peaceful election ever. Hata muweke drama namna gani, kwa sababu na mimi naambia wale wabunge ambao wanatembea na mheshimiwa wa Munyoro, mkuwe very careful. Huyu mtu ambaye anawaambia mjifanye abduction, atawaua akuja kusema ni serikali. I am telling you, huyu mtu anafanya drama, anasema kwamba wewe enda ulale kwa kahawa. Mara saa zingine unasema serikali inanipanga kuniua. Wewe sasa, wewe hata ukionekana akili ilikufa, sasa wewe unauliwa na nani? Ni mwili tu inatembea. Hakuna mtu wako na haja na wewe. Sasa tunaambia wale wabunge ambao wanatembea na huyu jamaa ya kwamba mjichunge. The way the guy expresses himself, mpaka unaita press conference, unasema ya kwamba ati yule mbunge ambaye amejifanya alikuwa abducted atiana speech, ati mpaka sasa utasema nini? Hebu utaambia watu nini? Imetokea ilikuwa uongo, alikuwa amekaa hospitali na uongo. Huyo mtu mumchunge, atawapiga risasi, atawaua, aseme ni serikali imefanya hivyo. Musiseme hatukuwaona, because that guy can go to whatever extent to seek sympathy. He can go to whatever extent kutafuta huruma na kutafuta kura na kuleta disorder katika hii Kenya yetu. Lakini tunamwambia we are watching him. If you dare do that, the same government and the same police unit, the same investigative agencies ambayo imekuexpose, they will still expose you na utashikwa. Siku zako zimekaribia tu, lazima utakula plea for whatever you've been doing in this country, vitu za ukora na kunyang'anya watu mali yao. Watu wa Kisii tunakubaliana namna hiyo? Mnakubali namna hiyo? Huyo mtu mshaimuona hapa? Mshaiona huyo jamaa hapa? Mwanaka Romonto yuga? Mwanaka Muraga? Wana haja ukona kuruwe kenyore kemo. One village kila saa. Hapa mwarore na buga na janda. Tunamwambia kwende huko. Ni akina nani wanapenda mheshimiwa William Samoei Ruto yote naona wale wa mbishara kwa mkono. Naende mwezi pi. Mota etibe za chiae. Toba etibe chiae. Yani ukaite chigo isanero mubuko na kioko lilo mubuko wanaiga. Chiae ne chinyinge. Kwa hayo machache, Mungu wabariki mheshimiwa Janda. Aya. Tumpigie makofi ndugu yetu Faruk Kibet. Wapi ile music? Wapi hiyo music sasa? Mambo imeanza. Osoro. Wewe utasema umeletea nini? Karibuni sana. Aleta asilete. Osoro ni sawa? Wapi vikelekele na duri ya Osoro? Hata hivyo nataka kuuliza mjumbe wa hapa pia
anipatie mali yake kwa hawa watu ya Nyaribari. Hebu pongezeni mjumbe wenu. Mheshimiwa Zahir ameletea nyinyi na marafiki wake, yeye ameleta 1,000,000. Yeye peke yake, sawa? Osoro kiranja wa bunge 500,000. Makofi. Sasa naita Aaron Cheruiyot. Pigieni makofi na vigelegele. Wewe DJ umelala, weka muziki hapa tuone Kisii ama Kericho. Asante. Wewe unataka kushindana na mimi? Hawezi. Ni mimi ama Zahir? Mimi ama huyu? Mimi, si ndio? Wewe enda nyumbani, kazi yako imeisha. Abantu bamito, Buyamuno. Buyamure. Buyamure naende. Bas, Bwana Yesu asifiwe. Hey, mumekuja hivi siku ya leo kukaribisha wageni. Asante. Huyu mheshimiwa wenu Zahir, rafiki yangu sana wa karibu. Ni rafiki yangu tangu akuje bunge. Tunafanya kazi mara mingi pamoja. Saa ile anatoka nyumbani hapa Kisii, huwa anapita pale kwetu Kericho, alafu tunapanda kuelekea na Nairobi. Unajua pale kwetu nyumbani, mimi natoka pale panaitwa Kabianga. Kabianga. Pale nyinyi mlitoka ndio mkakuja hapa. Sasa Zahir anapitianga hapo. Tunakula, tunaelekea Nairobi. So amenialika akaniambia, tafadhali rafiki yangu, hebu tembelea watu wa Nyaribari, waoneshe mapenzi ya hali ya juu, kwa sababu 2022 wakati watu walikuwa wanasema maneno mingi, watu wa Nyaribari walimchagua Zahir kwa chama yetu ya UDA. Akaniambia, tafadhali kuja urudishie wananchi mkono wa shukrani. Sikurudisha mkono ni kitu ya maana. Unajua kule Nairobi kuna wakora wanatufanyia kesi. Wanatuandika kwa magazeti, wanatuchora mapicha, wanasema atio tunazunguka Kenya na mapesa. Sasa mimi nashangaa, saa ile wako kwa baa, wakikunywa pombe ya 1,100, hawataki kuulizwa maswali. Sisi tukichukua hiyo pesa tuletee wananchi wale walitupigia kura, wanatufanyia kesi. Sio ni ukatili? Si ni ujeuri? Si ni ukora? Sababu mimi nashangaa, wewe ukiwa na pesa yako uamue kufanyia kitu fulani Nairobi, wengi wao mnajua ile vitu wanafanyia. Sisi tuseme, sababu sisi chama yetu tulisema msingi wetu ni mwananchi yule ako chini. Yule ambaye yako bottom anafaa kuinuliwa kwenda up. Na wakati rais anapanga mikakati ya kuona biashara inakuwa better, maneno ya kahawa, mnajua vile mambo ilikuwa. Nyinyi ni wakulima, mnajua mambo ya majani chai, mambo ya kilimo ya kila aina, ambaye tunazidi na kusema izidi kusongeshwa mbele. Mnakumbuka vizuri, kabla serikali hii kuchaguliwa, mlikuwa mnachukua mbolea kwa shilingi 7,000. Siku hizi, saa hizi tunapozungumza, mbolea inauzwa kwa 2,500. Na wale wanatukasirikia, wanasema kwa nini mnasaidia wale wako chini? Ati wanataka tu nyinyi mbaki pale chini ndio mkue vibaraka yao ya kufanyia kazi na kutumia kurusha mawe na kufanya maandamano wakati wa siasa inafika. Hiyo maneno tumekataa, na tumesema tunataka taifa ambalo mwananchi ambaye anakumbukwa katika mipango yote ya serikali. Na ndio maana tunazunguka Kenya mzima, na wakati wowote Zahir tuite leo tutafika. Akisema turudi tena Jumamosi, mtatukaribisha? Tutakuja tena na tena mpaka wale wasikia ambaye kazi yao ni kuweka fitina. Ati wanataka tukichaguliwa tukae kwa maofisi kule Nairobi tukikula hewa ya AC na tunakunywa maji ya dasani, hatujui mwananchi ule alituchagua kwa namna gani. Lazima turudi kwa mwananchi wa kawaida, tusikize maneno yake ile ambaye anatueleza. Ndio wakati hata sisi kama wale ni wabunge, vile tunarudi bunge kwa sasa, tukipitisha sheria kwa kichwa yetu iwe ni mawazo ya mwananchi yule wa kawaida ambaye anatuambia, ambia rais azidi kuongeza pesa kwa kilimo.
ili mwananchi wa kawaida maisha yake inufaike na ikuwe bora zaidi. Ambia rais apange maneno yenu ya barabara, apange maneno ya hospitali kama ile ambaye tulikuwa tumewaeleza juzi. Na mimi nimefurahia kwa sababu kuna mtu amezungumza hapa na akatuambia, tafadhalini wananchi, maneno ya SHA si maneno ya mzaa. Kuna wengi wanaifanyia mzaa katika mtandao na kwa mazishi na kusema inafanya haifanyi. Ukitaka kujua ukweli wa maneno ya SHA, nenda hospitali ukiwa na kadi yako kwa mkono, ndio ujue kama inafanya ama haifanyi. Lakini bila kujiandikisha huwezi kujua. Tunapozungumza leo ndio mjue Kenya hii imejaa wakora. Wengi wa wale wanaongea maneno hayo, ile orodha ama list ya counties vile zimejiandikisha ikitokea, wengi wa wale wanapinga maneno ya SHA, county zao ni namba 1. Wakikuja hapa Kisii, mnaambiwa ati usijiandikishe. List ikitoka kule Nairobi, unapata county yake, county ya Nyeri namba 1, county sijui gani namba 2. Alafu nyinyi sababu ni watu wangwana, pengine mnafuata mnasema mtu fulani na fulani alisema. Hii Kenya pahali imefika, lazima mwananchi ajulishwe ukweli, aambiwe kuna timu mbili. Kuna timu chapakazi ambaye mnaiona hapa, ambaye kila siku wako mashinani, wanashikana na vijana wa bodaboda, wanashikana na wamama, wanashikana na wakulima, wanainua biashara yao. Ile ingine ni timu ya sarakasi, drama, fitina, na hakuna chochote cha maendeleo mtawahi kuwasikia. Wakikuja hapa Nyanturago, maneno itaongelewa, mwisho kila mtu ataenda nyumbani. Kia Zahira akiongea, na unajua hata kama mimi sizungumzi nyumba yake Gusii, ni mbali kweli, si ni karibu sana. Kwa hivyo mkiongea nilikuwa nasikia. Zahira wakati alitaja mambo ya Chipesa, masikio yenu inafanya hivi kabisa. Unajipanga kabisa vile inafaa. Sababu si kila mtu anaamka asubuhi kutafuta pesa, ama kuna kitu kingine watu wanaamkia kutafuta. Si watu wanatafuta pesa. Hati wanatuambia mumeenda kwa hiyo mkutano, mumeenda na tumbo yenu peke yake. Kwani hao sasa ile wanakuja hapa wanawacha matumbo yao nyumbani? Si wanakuja naye? Hiyo watu ya fitina msiwapatie nafasi hapa Kisii. Bujue siasa ni maslahi. Ule mtu anadai maslahi yako. Ukiona serikali ambayo inakupangia mambo ya afya, inakujengea barabara, inahakikisha stima inatembea hapa mashinani, inakufanyia empowerment, inahakikisha wewe mkulima umelipwa vizuri kwa mazao yako ya majani chai, kahawa na ile mipango ingine yote ambayo unafanya, maziwa, hiyo ndio serikali ambaye inakujali, na hiyo ndio maneno unafaa usikie. Mtu yoyote ambaye hana plan, hazungumzi maneno hiyo ya ambaye nimetaja, kazi yake ni fitina, sijui nini, one term, huyu must go, huyu afanye hiyo, mwishowe atakuacha kama maisha yako iko mbaya kuliko vile ilikuwa. Kwa hivyo niwaombe nyinyi ndugu zetu, mimi nikiwa jirani yenu kutoka hapa Kericho, na unajua Zahir, wazee wetu wameniambia pale Kericho usirudi, niko na list iko hapa. Niko na kesi kidogo na nyinyi. Wasichana wetu wakienda college, wasichana wetu kutoka pale Kericho, hata nimeona wengine kama huyu, kwao mimi najua hawarudi nyumbani tena. Sijui hivi vijana yenu ya Wakisii wanawafanyia nini. Ninawajua, si wewe ni Chebet, na huyu mwingine namjua pia kwao, huyu. Wasichana wa Kericho wamejaa hapa wengi sana, na wamependana, wamekuwa kitu kimoja. Sisi hatukatai, tumesema mtupatie ngombe tu peke yake, hiyo tu ndio tunataka. Msichukue watoto wetu bure, hiyo peke yake. Ati mnataka kuongeza tena wengine zaidi? Wewe umeoa na unasema unataka kuongeza zaidi, kwani wewe wawili peke yake? Kwani huku kwenu watu wanakubaliwa wangapi? Hati watatu, na wamama wenyewe ndio wanajibu. So sitaki kusema zaidi ya hapo. Mimi nimekuja tu kushikana na nyinyi, na niwaambie Kenya pia imejaa sarakasi sana. Simumeona mjumbe kama Zahir. Imagine mtu mumechagua kama Zahir, amechaguliwa kule Juja, anatangaza kwa radio na television, anasema ati serikali imeni-abduct. Polisi wanafanya uchunguzi, mwisho inajulikana mtu alikuwa amejifungia kwa hoteli na mti yake,
anajivinjari, asubuhi anaenda anajitupa kwa majani, alafu anatangaza. Lakini mimi silaumu huyo mjumbe, mimi nalaumu director wa hiyo kipindi ambaye sio mwingine bali ni wa Munyoro ule ambaye tulifukuza. Mtu ambaye kichwa yake imejaa kasumba, uongo na fitina. Kazi ni kudanganya na kuhakikisha kwamba Kenya hii hakuna kitu mzuri ambaye inaendelea. Wakati tulikuwa tunawaambia hizi sarakasi zilikuwa zinatangazwa za abductions, huyo bwana anajua, watu wengi walifikiria ni mzaa. Sasa Kenya mzima imejionea. Kama wa Munyoro anaweza panga mbunge amwambie enda ujifiche kwa hoteli, ulale, ukunywe pombe, asubuhi uamke ukimbie kwa kahawa, useme serikali imekushika, hakuna kitu huyo mtu hawezi kufanya. In fact, mjihadhari sana. Akikuja hapa kwenu, mjichunge sana, kwa sababu huyo na hao watu ambao wanatembea na yeye sio watu wazuri na hawana ajenda mzuri kwa Kenya. Wakati nitarudi kule kwetu nyumbani, sinirudishe salamu. Niwaambie ndugu zetu wa Kisii wametumana salamu. Wamesema tukae pamoja, tutembee pamoja ndani ya serikali mpaka mwisho vile inafaa. Bas, Mheshimiwa Zahir, mimi pia nimekuja, sikuja mbaya sana. Ngawaje bonus ya chai haijafika, nimebeba kidogo ile nilikuwa nayo. Nitapatia wananchi wako shilingi milioni 1. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Makofi kwa ndugu yetu Aaron Cheriot. Sasa wacha nimkaribishe ndugu yangu, rafiki yangu, jirani wetu, Mheshimiwa Japhet Nyakundi, mjumbe wa Kitutu Chache North. Ngoja kidogo, ngoja songeza hiyo kitu DJ. Unajua, ngoja kidogo DJ. Ngoja. Unajua madharau Nyaribari hatupendi. Wewe unavaa suti kuliko mjumbe namna gani? Huyu mtu namna gani? Na hii ingieki. Haya DJ, tunataka kuona Nyaribari Chache ama Kitutu Chache North. Weka hiyo muziki, tutake teto tenge. Twende. Kuja suti na mjumbe hapa. Haya, sawa, asante sana. Abanyaribari baminto mbiyamole naende tikatokwana niga bali banje te Nyasaye tikatokwana niga. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, Mheshimiwa Aaron Cheriot, ndugu yangu Faruk Silvano Zosoro, wajumbe wote walioko hapa na watu wa Nyaribari na wasalimia hamjambo tena. Intu etwachire gaiga esengenje omwana oyo minto okoroku Zahir jana. Zahir yoyo intu etwariye dichikura nere togaswa nere ngakiemo. Omwana oyo mino moisonde na chabwone. Agacha gokore gendo muneke na incherero na tebanga esengenje no mwana oito. Nemo mrominto na inje go ikangi chega iganda raba Nyaribari ba minto. Liritu arenge ko igichukura. Etwachete togatebanga amangana bottom up. Ngago ikatokonya abangina bechiro, tokonya abangina baito, abamraba boda, tobaruzi korunsa, tobairararia. Tobarusisa, tobairararia. Tobaire igoro. Na kirero tuachire igaiga n'abachumba ababonsi n'abarayi ababonsi rero torete chibesa abangina baito abagaka baito abamura baito n'abantu baito baboda banyore chibesa banyare gukora ebyasara byabo. Eyo erebuyago bobe lakini ntaragendra omochumbo oyo ino nomosani one nende nomonto omuya Abanyaribari ndagete ko bakerambia mono esengecho mwato chorete
omonto muya omonto mongaini omaite korosi abasani lakini rero ndete mosoerega igo mochumbo oyo ino omochumbo oyo ino tochandire sana inche tore no mochumbe Osoro toro na Kimani Ichung'wah ne president yeito omonto oyo kila rituko noare chiobisi cheito maito Osoro anchomete committee gete ku budget amangane chibesa chia Kenya oyo korumambi noare atete chibesa chionsi chiagusi abeke chipara chia Nyaribari omochumbo oyo ino noare committee eri kila rituko atete chibesa chionsi abekera abantu baino estima omochumbo oyo noare gari korumambi bakamaroba nenda gotongaina agotateminjelo mosani bwa president utajeti kombekera chibesa chia maje nalimokorora inu kwali nini moko motoma acha to chande aire chibesa chose chiagusi abeke Nyaribari ya inuti kabwana into tutaire chibesa echo agende ko chanda igo unagende ko chanda arende chibesa chia maje cheji para cheji skuru che stadium ya Nyandurago mbarenga baje ne Zaire janda igo mwezi bimo mwajete lakini mwezo na romo ndete ka tebanga oyo no moindi nini amangana amange boso moto no akinera gaiga boso bomro no akinera gaiga abangira aba o moto yokorukuzai tariko banga buya igagendre ko banga igo omondo dio goteba mangana ito kama debiashi omondo yuashi ashindo katika jina la Yesu. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, mimi nilikuwa nasema hawa watu waokoke, Mwenyezi Mungu anakuja. Sasa mimi nataka niseme hivi. Hii serikali yetu ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Sasa hivi ile kazi tuliambia Wakenya tunaendelea nayo. Na ndio kwa maana umeona ile barabara inatoka Keumbu, ile ya Kegati, ile inaenda mpaka Ibelo, kilomita 33 imewekewa bilioni 3 na chini ya miezi 2 Mheshimiwa Rais anakuja hapa azindue hiyo barabara. Na hizo barabara sio hiyo peke yake. Hizi barabara zinaendelea Kenya mzima ikiwemo kule kwangu. Pia maneno ya soko, hii Nyaribari chache tuko na soko 5 ambazo zimetangazwa ambazo zinaanza. Na hizi soko haziko hapa peke yake. Hizi soko tuko na soko 400 ambazo zinatengenezwa Kenya mzima ikiwemo kule kwangu niko na soko 2. Maneno ya afya, Mheshimiwa Rais amerekebisha, ameamua kuweka kila mtu katika ule mfumo wa SHA. Na tunaambia watu wetu, nyinyi rejesta katika SHA ili tuweze kusaidia watu wetu. Ile maneno ya kilimo, yeye amepanga maneno ya kilimo yote. Sasa bei ya kahawa kutoka shilingi 50, bei ya kahawa sasa iko shilingi 140 mpaka 150. Maneno ya chai yamepanga, maneno ya sukari. Kenya hii tulikuwa tunaleta sukari kutoka nje. Mheshimiwa Rais akapanga reforms kule Western. Saa hii sukari inatoka hapa Kenya. We do not import even 1 ton of sugar from outside. So mimi naomba watu wetu tushirikiane. Sekta ya elimu vivyo hivyo. Yeye ameajiri walimu zaidi ya 76,000 ikiwemo hapa Nyaribari chache. Yeye madarasa amejenga chini ya mwaka moja madarasa zaidi ya 22,000, 22,000 classes chini ya 1 year. Wana abantu baminto, mimi nawaomba kuja tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tuweze kusongesha Kenya yetu mbele. Hawa wale ambao wanapiga siasa ya chuki, siasa ya fitina, siasa ambaye haina adabu, tunawaambia wakwende mbali. Sisi kama Wakenya hatuwezi kubali turudishwe ile siasa ya 2007. Sisi kama Wakisii ile 2007 tuliteseka sana. Na hatuwezi kubali mtu aturudishe ile siasa. Hata huyo mtu ambaye anaongea hayo maneno, former deputy president, hapa Nyaribari chache hakukuja. Inumua rocho mondori gaiga.
omontori na cheta lakini oyorega iga deputy president mwesonde mbogiranga arenge bono iga no arega intu tuko basaba tigatobwaterane tokorega asiamo mbarenga banjirane tokorega asiamo mbarenga banjete Zahir Janda mbarenga banjete William Ruto mbarenga banjete Kindiki igotobwaterane Kenya tunaendelea nayo, na ndio kwa maana umeona ile barabara inatoka Keumbu ile ya Ibeno kilomita 33 imewekewa bilioni 3 na chini ya miezi 2 Mheshimiwa Rais anakuja hapa azindue hiyo barabara. Na hizo barabara sio hiyo peke yake, hizi barabara zinaendelea Kenya mzima ikiwemo kule kwangu. Pia maneno ya soko, hii Nyaribari chache tuko na soko 5 ambazo zimetangazwa ambazo zinaanza. Na hizi soko haziko hapa peke yake. Hizi soko tuko na soko 400 ambazo zinatengenezwa Kenya mzima ikiwemo kule kwangu niko na soko 2. Maneno ya afya, Mheshimiwa Rais amerekebisha, ameamua kuweka kila mtu katika ule mfumo wa SHA. Na tunaambia watu wetu, nyinyi rejesta katika SHA ili tuweze kusaidia watu wetu. Ile maneno ya kilimo, yeye amepanga maneno ya kilimo yote. Sasa bei ya kahawa kutoka shilingi 50, bei ya kahawa sasa iko shilingi 140 mpaka 150. Maneno ya chai yamepanga, maneno ya sukari. Kenya hii tulikuwa tunaleta sukari kutoka nje. Mheshimiwa Rais akapanga reforms kule Western. Saa hii sukari inatoka hapa Kenya. We do not import even 1 ton of sugar from outside. So mimi naomba watu wetu tushirikiane. Sekta ya elimu vivyo hivyo. Yeye ameajiri walimu zaidi ya 76,000 ikiwemo hapa Nyaribari chache. Yeye madarasa amejenga chini ya mwaka moja madarasa zaidi ya 22,000, 22,000 classes chini ya 1 year. Wana abantu ba minto, mimi nawaomba kuja tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tuweze kusongesha Kenya yetu mbele. Hawa wale ambao wanapiga siasa ya chuki, siasa ya fitina, siasa ambaye haina adabu, tunawaambia wakwende mbali. Sisi kama Wakenya hatuwezi kubali turudishwe ile siasa ya 2007. Sisi kama Wakisii ile 2007 tuliteseka sana, na hatuwezi kubali mtu aturudishe ile siasa. Hata huyo mtu ambaye anaongea hayo maneno, former deputy president, hapa Nyaribari chache hakukuja. Inumwa rocho montori gaiga. Omontori na cheta. Lakini oyorega iga deputy president. Mwesonde mbogiranga arenge. Bono iga no arega iga. Intu tuko basaba tigatobwaterane tokorega asiamo. Mbarenga banjirane tokorega asiamo. Mbarenga banjete Zahir Janda mbarenga banjete William Ruto mbarenga banjete Kindiki igotobwaterane
ya watu wa hapa vilivyo. Na nashukuru sababu wakati alichaguliwa tukamweka kwa kamati ya barabara. Hata mimi mwenyewe nikitaka kutengeneza barabara huko kwetu, yule mtu naambia niangalilie mambo yangu hapo ya barabara kwa komiti ni huyu mbunge wenyu Zahir. Na mnajua vile vile mambo yenyu ya hapa hajaacha nyuma. Mnajua rais alikuja akawaahidi barabara hii ya hapa Birongo kuja hapa Nyanturago, na huyu Zahir amefanya bidii, amesukuma rais hiyo barabara ya kutoka Birongo kuja hapa Nyanturago, barabara ambayo itagharimu shilingi bilioni 3 is already advertised, na hivi karibuni award ikipeanwa. Simuliona wa Chinese walikuwa hapa juzi kukagua, contractors wa Chinese. Award ikipeanwa, hao contractors watakuja na mheshimiwa rais mwenyewe ama naibu watakuja waanzishe rasmi ujenzi wa hiyo barabara ya kutoka Birongo kuja hapa Nyanturago. Kuna ile ingine pia ya Keumbu kwenda Ibeno, hiyo pia mheshimiwa Zahir amesukumana nayo kabisa, pamoja na ile ya Kegati kwenda mpaka Mariba. Hizo barabara zote huyu mheshimiwa Zahir amesukumana nazo na anatufanyia kazi mzuri sana, sio tu kwa watu wa hii constituency, hata pia kwa taifa la Kenya. Ndio nimewaambia safari hii mulipita mtihani kwa uchaguzi, mtaanguka mtihani siku nyingine. Mtasimama na huyu kijana wa kazi, mtasimama na yeye 2027, mtasimama na yeye. Mumesema akae kwa serikali ya Kenya kwanza, aendeshe kazi ya barabara, aendelee. Mnakumbuka pia rais akiwa deputy president, huyu Zahir akiwa kijana tu wa mtaani alileta rais hapa akawaahidi mambo ya KMTC, na wakati amechaguliwa tulisukumana naye bunge. Najua ameweka milioni 20 ya ile KMTC ambayo rais aliwaanzishia, na najua anapambana kupitia mnajua National Polytechnic yetu hapa na Kisii University institutional housing under the affordable housing project, mnajengewa nyumba za wanafunzi, nyumba 5,000 ambazo zitahakikisha wanafunzi wa National Polytechnic na wale wa Kisii University wako na mahali pasafi, mahali pa kuishi, nyumba ya kisasa na ya kifahari. Zahir anafanya afanye? Mumesema aendelee siendelee? Na aendelee na William Ruto na Kindiki ama apige kona? Aendelee na wao kwa hii serikali. Na mimi nataka nimshukuru Zahir pamoja na viongozi wengine hawa wabunge wenyu wa Kisii na Nyamira ambao wote tumejumuika nao hapa, sababu hawa ni viongozi ambao wameangalia mambo na maslahi ya wananchi waliowachagua, na wakasema hawatakubali kuingizwa kwa siasa za ukabila, hawatakubali kuingizwa kwa siasa za uchochezi, siasa za chuki, zile siasa mnaona zinaendelea
mahali pengine za uchochezi, za chuki, za migawanyiko na ukabila, siasa za hasira na makasiriko mingi. Hizo siasa ndio unaona zinawapotosha viongozi wengine. Nyinyi mmejionea jana kwa runinga, mbunge mwenye amechaguliwa anapanga njama ya vile atajiteka nyara ili aseme ametekwa nyara sijui na nani ama nani, na yeye mwenyewe ameenda kulala kwa hoteli na watu yake na mipango yake ya kando huko. Alafu anaamka asubuhi, anatoka kwa hoteli, anaenda kulala kwa shamba la kahawa, analarua nguo zake, anasema ameteswa. Na mimi nataka kuwauliza hata madaktari wetu, na nilisema jana kwa bunge, hata madaktari wa Karen Hospital ni lazima waajibike na waweke ile kiapo wamekula kama madaktari. Wasikubali hospitali yao kutumiwa kufanya mambo ya ukora, mambo ambayo ni ya kujaribu kuleta vurugu, fujo nchini Kenya. Sababu wale wa kupanga mambo ati njama ya kujiteka nyara ni watu wa kutaka kueneza ile siasa ya chuki, siasa ya makasiriko, siasa ya migawanyiko, siasa ya ukabila, ile siasa ya kuturudisha nyuma. Hao ndio unaona wakisema eti tukienda kufanya economic empowerment kama hii mheshimiwa Zahiri ametuita hapa, tumefanya makosa. Jameni, abantu vaito, tumefanya makosa kuja hapa? Tuendelee na empowerment, tusiendelee? Na sababu hawaelewi mambo ya economic empowerment yenye tunafanya ni sababu hawakuelewa agenda ya serikali tuliyopigia kura ya bottom up economic transformation agenda. Sababu agenda ya bottom up haikuwa ni mambo ya campaign. Tuliwaambia manyumba yatajengwa, mama mboga, kijana wa bodaboda ataishi kwa nyumba ya kifahari, nyumba kama hizo za affordable housing. Hiyo ndio ilikuwa agenda ya bottom up. Tukawaambia, na nakumbuka tulikuja hapa Nyandurago na rais 2022, akawaambia mama mboga atajengewa soko ya kisasa. Si soko ni hizo tunasema hata hapa Nyandurago inajengwa? Hawakuelewa pia hizo soko zikikamilika, zinapoendelea kujengwa, lazima tutayarishe wafanyibiashara ambao watakuwa na stock ya kutosha ya kuweka maduka kwa hizo masoko za gorofa ambazo zinajengwa. Kweli si kweli? Lakini walifikiria hizo masoko zitajengwa, alafu watu watoke Nairobi wakuje Nyanturago, mama mboga wa Nyanturago, kijana wa Nyanturago akose stall ama duka kwa soko ya Nyanturago, mimi nitoke Nairobi nikuje kuweka soko hapo, duka hapo. Mnataka nitoke Nairobi nikuje niweke hapa? Si ni mama mboga wa hapa akuwe na stock ya kuweka duka hapo? Hiyo ndio sababu tumekuja hapa leo, na ndio sababu tunazunguka Kenya mzima, kila mahali soko zinajengwa, tukifanya economic empowerment ili tuhakikishe wa mama mboga ambao wako hizo sehemu, vijana wenye wako hizo sehemu ambao ni wachuuzi wadogo wadogo, wamepata pesa kwa group zao zaidi, waongezee stock so that they become shop and stall owners, because that was a bottom up economic transformation agenda that we sold to the people of Kenya. And I have said the bottom up economic transformation agenda was not a campaign slogan. It was a plan. That is why our manifesto was christened the plan, the bottom up economic transformation agenda. And we were deliberate on construction of markets and also empowering our small scale traders, our mamambogas, our boda boda riders, our hawkers, to empower them to have adequate resources and adequate capital so that they become stall and shop owners who will own shops and stalls in the markets that we are building. Kwa hivyo wale mnasikia na uchochezi huko Nairobi, wao ndio wanachochea, wakiona Kimani Ichung'wah Kiambu, wamuone Nyeri, wanasema
Economic empowerment inafanywa Mlima Kenya peke yake. Hapa Kisii kuna Mlima Kenya. Si tumekuja empowerment. Kesho tutakuwa huko Uriri. Kesho kutwa huko Migori. Kesho tuko Malava na Mgwen Nandi. Kesho kutwa iko group ingine iko Tetu Nyeri. Hiyo siku ingine Meru. Hiyo kazi yote inaendelea Kenya mzima, ni mpango wa kazi ambayo tuliwaahidi. Na sisi tunataka tuendelee na hiyo kazi. Wale wa siasa ya chuki, wale wa siasa ya uchochezi, hawa kujiteka nyara, mimi nataka nikubaliane na Mheshimiwa Osoro. Na nashukuru Mungu hakuna kiongozi wa hapa Kisii ama Nyamira ameshikana na hawa watu wa siasa ya uchochezi. Sababu nakubaliana na Mheshimiwa Osoro, hawa wanayefuatana na hivyo wanakusanywa, wanaambiwa jiteke nyara. Mujichunge, sababu yule mtu wa roho nyeusi, yule mtu wa siasa ya ukabila, yule mtu wa siasa ya uchochezi atakuja kuwadhurumu, hata awapotezee maisha yenu, awaue ili ashinikizie polisi ama serikali. Mujichunge nyinyi ambao mnatembea na huyo mtu. Huyo mtu tuliwaambia ni roho chafu, ni roho nyeusi ya uchochezi. Mtu anaambia wa Kenya eti ile maafa tulipata mwaka wa 2007 ati hiyo ilikuwa ni kama Christmas party. Wewe kama ni kiongozi unasimama kuwaambia wa Kenya maafa waliopata mwaka wa 2007-2008 ati was a Christmas party, wajitayarishe mna maafa zaidi. Shame on you. You do not deserve to be a leader anywhere, live alone in Kenya. Even in that small village of yours, you do not deserve even to be a village elder. You are a shame and an embarrassment to the people of Kenya. Ni kweli si kweli jameni? Si nyinyi wa Kisii mumejazana Kenya mzima? Kikuyu niko na jamii ya Wamugusi, watu ambao tumeishi na wao. Niko na kijana anaitwa Mogaka, amekuwa jirani yangu nyumbani kijiji tangu mimi nikuwe mtoto. Mwaka wa 2007-2008 hakuna jamii haikuumia Kenya. Wakisii mliumia, hamkuumia? Mliumia. Watu wakapoteza maisha, biashara zikaharibiwa, manyumba za watu zikaharibiwa. Lakini wewe leo unasimama unatuambia ati ile ilikuwa ni dance ya Christmas party, tujitayarishe maafa zaidi mwaka wa 2027. We want to tell you, shetani wa maafa, shetani wa ukabila, shetani wa uchochezi, ashindwe asishindwe? Ashindwe asishindwe? Huyo shetani ameshindwa. Na wewe ambaye sasa hata nasikia wako na chama inaitwa The Devil Can Pretend. Simesikia hiyo chama inaitwa The Devil Can Pretend? The devil can continue pretending, but the people of Kenya will remain one united, prosperous nation focused on the bottom-up economic transformation agenda to uplift their livelihoods. Si ni kweli jameni? Mimi wacha nikomeshe hapo. Najua kiongozi wetu naibu wa rais karibu afike, na tutaomba msamaha wengine ukiona tukiondoka, ni sababu tuko bunge na lazima we chew gum and scale the stairs at the same time. Tukuje hapa mashinani tuungane na nyinyi na turudi tuseme bunge, si ndio? Nikifika bunge afternoon nipeleke salamu zenyu. Niwaambie nyinyi mmesema mko ndani ya hii serikali. Mko ndani ya mapembeni? Mko ndani? Ndani katikati. Nikiona rais jioni nimwambie nyinyi mmesema Zahid akae kwa na yeye ama akae kando? Akae na yeye. Na nyinyi 2027 huyu Zahir mwenye anajengea barabara, mwenye anajengea masoko, mwenye anajenga cancer center wakiwa na rais, mwenye anajenga manyumba, mtamkumbuka jameni? Mtamkumbuka? Na Rais William Ruto mtakuwa na yeye? Hebu nione wenye watakuwa na Rais William Ruto na Zahir. Asanteni. Mimi
ili wale wanasema waendelee kusema, si ndio? Wale wa matusi waendelee na matusi, na sisi tuendelee na bottom, tuendelee na bottom. Na mimi nimekuja na mchango yangu ya bottom up ya shilingi 1,000,000, na Mungu abariki. Asante sana leader, thank you so much. Aya, sasa nataka nimwalike dada yangu Senator Elsie Ekenyuri. Poleni, nilikuwa nimesahau. Si mnajua tuko na waziri anaitwa Ogamba Migosi, mnamjua? Si ni waziri wetu wa elimu, waziri wa bidii, na anafanya bidii, si ndio? Na nyinyi muna vijana na wazee na wamama wa maana sana, wanasaidiana na rais. Waziri wetu wa education, waziri Migosi, alinituma pia na shilingi 1,300. Abanyaribari na abakwani rimbu ya more nkwani noko boko abangi na iriria tango mbuya mono asoko twariganiga iga Okenyuri neroyo nigondo mo seneta seitere bo machoge borabu Kenyenya nkabenya roka ya nyagosirene ribogesho motere kimchujo ogakwanire siasa bosonge posta aria egentege tangani njetindiko chikoba motambe chinkwana chiane echikoba chinyenge bune kimokiane mbia mono omheshimiwa Zahir Janda na kushukuru sana kwa kuleta mradi huu ili akina mama na vijana hapa wafaidike, kwa sababu mimi mwenyewe nina mswada wa wachuuzi wadogo ni mbwato mswada bwaba onchoreria abakabake abangi na morigo chigo chandwa nko igumore ginkobeka mangana yuegesa naende kero mswada oyo beire richiko emoko ne bintu byaino motarigo chandu nechi serikali chechi county ekinegente kiago sekebe egento gya kabere nche ningerwete gokorega sinabarai mwachorete ekiagera intubu nabagusi amagendero naro totagete enga kyo musangirikano buno yorenge South Mogrango narengo lakini natometege toro kiane aso mheshimiwa Osoro enarenga asebi karobye bunge yabangina omochio Rwanda Kigali omoerio tigambe kama nganaya ase omonubwege Swahili Wakisii ni jamii yenye bidii, na sisi kama viongozi wa eneo hili tunafaa kushirikiana ili jamii ya Wakisii ipate manufaa ya serikali hii, kwa sababu lengo kubwa kama mpiga kura yeyote ni kufanyiwa kazi na serikali walioichagua. Kwa hivyo ningewasi jamii ya Wakisii tushirikiane na viongozi ambao tuliwachagua kwa muda huu ili tukamilishe kazi ambayo ni ya muhimu zaidi. Kabla sijaketi ebakondo kanyaituga naenda sengencho nyaituga amanyete gotuga nkorundege toro kiane kia 100,000 erindege konye byombe mbuya mona abantu baminta abanyari bari nimbanchete. Asante sana, tumpigie makofi dada yetu Senator Elsie Ekenyuri. Thank you so much. Asante sana, 1,100 ya dada yetu. Sasa ngoja kidogo, nataka nimwalike dada yangu, rafiki yangu. Saa ingine nikiwa ninafanya fujo hapo kwa bunge ananichuna, ananiambia wewe endea namna hii, tembea namna hii.
women rep wetu mheshimiwa kutoka Trans Nzoia, the honorable Lilian Soi. Tumpigie makofi kwa Ngoja tuone pengine mama hajaolewa. Wewe ngoja kidogo. Ngoja. Hii mshahara ya bunge, ngoja kidogo. Mshahara ya bunge huwezi kujua inaweza kuwa namna gani. Mtu wetu apate hapa nusu, si ndio? Twende Lilian. DJ. Yanga uninde na njelele titi karundo. Aya, asante sana, asante sana. Watu wa Nyaribari chache Mbeya more. Wanasema mogogete. Mogogete. Asante sana. Mimi naitwa Lilian Sioi, mama kaunti wa Trans Nzoia. Na leo nimefurahi kuja hapa kwa mwaliko wa ndugu wangu Zahir. Zahir Nomuya. Kabisa. Ruto Nomuya. Nadonya. Asante. Mimi nataka tu niongee kama mama na niongee mambo ya morals. Nimesikia mandugu zangu wameongea mambo ya ukabila hapa, na mimi nasema jameni, tukisema tulete ukabila Kenya, sisi kina mama tutaweza kweli? Imagine mwanaume akitoa mbegu yake, yeye inajiita jina yake. Na wewe mama ukipokea, inajiita jina yake. Kwa mfano wewe ni Mkalenjin, alafu umezaa mtoto Mkisii, alafu ukabila ikuje wanasema kila mtu arudi kwao. Nani anaenda na mtoto? Nani ataenda na mtoto? Hii mambo ya ukabila nyinyi mnakubali? Mnakubali? Mimi nataka sisi kama kina mama tukue mbele kukashifu mambo ya ukabila. Wale viongozi ambao wanataka kutuletea mambo ya ukabila tuwakataze kabisa. Tunaelewana? Kwa sababu mimi mwenyewe ni Mkenya vile mnaniona hivi. Mimi ni Mkalenjin, nimeolewa na Muluya. Sasa hapo ndasema mimi ni kabila gani? Mimi kuanzia hapa hivi kwa shingo kurudi chini, kwa sababu ndio iko na mali ya watoto na multiplication, mimi ni Muluya. Alafu hii kichwa yangu mimi ni Mkalenjin. Kwa hivyo mimi ni Mkenya, si ndio? Na mimi najua nimesikia wakisema hapa tuko na wamama kutoka Kericho wameolewa hapa. Na pia kuna vijana kutoka hapa wameoa huko. Si ni kweli? Kwa hivyo nawaomba kina mama, mambo ya ukabila tukatae. Na mambo ya morals ya watoto wetu. Biblia ilitupa laana. Ikasema mtoto mpumbavu ni mzigo ya mama. Si ndio? Kwa hivyo leo hii sisi tukikubali watoto wetu watukosee heshima, wakosee viongozi heshima, wakosee majirani heshima. Muhenga alisema asiyefunzwa na mama yake ufunzwa na nani? Na anayejua uchungu wa mama ni nani? Kwa hivyo saa zile mama atakuwa mtoto wake anafunzwa na ulimwengu, huyo mama atakuwa anasikia kivipi? Si ni machungu ya ajabu? Kwa hivyo tuhakikishe ya kuwa hata maadili kwa watoto wetu tunayatilia maanani. Na nataka tu nimalize nikiongea mambo ya gender based violence. Wakati ule nilikuwa South Mogirango, nikauliza wamama huko kama bado wanapigwa, wakasema waliwacha. Nyinyi wa hapa Nyaribari, wazee wanawapiga? Wanawapiga? Lakini mimi nimeona kwa TV jana kuna mama ambaye alikuwa amepigwa, amekatwa na panga kwa kichwa. Nyinyi mliona? Nikajiuliza huyo mwanaume ambaye ni bwana ya huyu mama, kwani yeye alikuwa amenyimwa ile fimbo Mungu alimpa ya kupiga kina mama? Huyo mwanaume ako nayo kweli? Ni kama hana, si ndio? Na kama alikuwa hana, si angesema jirani amsaidie jameni. Mimi nataka niseme wanaume wawache kupiga kina mama na fimbo, si ndio? Hii marungurungu wanatumia kupiga naye kina mama wawachane nayo. Watumie fimbo ambayo Mungu aliwapea. Si ni kweli? Tupigwe tu na hiyo fimbo na tutasikia maneno na upendo itaendelea na mambo yanakuwa mazuri, si ndio? Kwa hayo mengi na machache, mkumbushe wazee wenu fimbo wanatakana wawapige nayo. Na nyinyi wanaume ambao mko hapa mnapiga wanawake na fimbo zingine hamkupewa na Mungu, tunasema mfanye nini? Ama tuwaombee ikatwe, si ndio? Haya sawa, Mungu amani awabariki sana. Asante sana. Sasa namwalika.
Ngoja kidogo. Kumbe mmepiga hesabu kabisa. Mumeangalia. Mnajua wageni wakienda si tuko hapa. Ama tuzongeze mbele. Leo tutamalizana. Sasa dada yetu Mheshimiwa Lilian Soi kutoka Trans Nzoia, women rep wetu ametupatia shilingi 50,000. Sasa namwalika na nataka mumkaribishe kwa fujo, kwa shangwe na vigelegele dada yetu Mheshimiwa women rep kutoka jirani Migori, Fatuma Full Network. Hey! Wamama hai. Mbuyamore. Mumefurahi? Mumefurahi na nani? Na mimi. Na mumezaa vijana. Na salamu alaikum. Sasa ule takataka anasema ukabila na mimi ninalala peke yangu. Mungu si aende huko. Si ukabila uliisha Kenya. Na mimi juzi nimeona maajabu. Alifundisha kijana mdogo sana tabia mbaya. Kwa sababu sisi tukitoka kutafuta kura hapa, tunaenda kanisani, tunaambia Mungu asante, tumetembea vizuri, tumeongelelea Mheshimiwa Ruto na Mungu asante uzidi kutujalia. Hao wakitoka rally kama hii, kila mtu anashikilia Fatuma yake, anaweka full network yake hapo, alafu mbunge amepatikana na bibi yake. Badala ya kuambia mke wake, shetani amenipeleka hapa na nimejipata palipabaya, ule mtu wake tulimpeach, anamwambia usijali hizi vitu hata mimi ufanya. Wewe enda ujiabduct, lala pale useme umepigwa, umeshikwa, umefanywa nini, bibi atahurumia, atakusamea. Mwambie hiyo ni ukora ya kipumbavu. Mwanaume akishikwa, ambie bibi pole, shetani aliingia pabaya, tukate hiyo shetani. Lakini hapana ingiza jina ya serikali kwa uchafu na tamaa ambayo mmefundishana kwa grupi yenu, mkitembea ni kutawala wake za watu, wasichana za watu. Tunasema ashindwe. Ashindwe. Mimi ukiniona hapa, mimi ni mtoto wa baba Raila Amolo. Kwa hivyo ukiniona umeona baba wa kisichana, umeona mtoto wa baba. Na ukiangalia huko unaona watoto wengine kama Irene Mayaka, mtoto wa baba. Na unaona wa vijana wa Ruto pia. Tunaonyesha sura mpya Kenya hii. Tunasema Kenya tutaungana. Hapa Wakisii, nyinyi mnapigaga kura mara mbili. Mnagawia upande ule kidogo na mnawekea baba yake. Si ni ukweli? Hamujawahi piga mali ingine, ni kidogo huko na baba. Na safari huu baba amesema mimi ni mzee, siwezi wacha inchi yaribike. Nimekula chumvi ya kutosha, lakini hawa vijana hawajakula ya kutosha. Nitaleta amani katika Kenya. Akaambia Rais Ruto, ijapokuwa tuling'ang'ania kitu, tushikane mikono, tupeleke Kenya mbele. Alifanya mbaya ama alifanya mzuri? Sasa ile inakuja hapa inawaambia mambo ambayo hayafai. Wakisia wana ukabila. Wangekuwa na ukabila wangepatia Zaire kura, si ni kweli? Na huyu Zaire unavyomuona na ufupi yake, maneno yake pia ni mafupi. Kazi yake ndio kubwa.
na ninamuombea kura. Naomba kwa sababu nimeomba jikoni hapa, mimi bado sina nini. Simrudishie Zahir kura ya pili na mupatie Mheshimiwa Ruto kura ya pili, na mimi nibaki hapa niwapikie matoke. Wamama mpo? Mnajua kitu inaitwa SHA? Umeenda hospitali karibuni? Umejaribu kutumia SHA? Mimi mama yangu alikuwa mgonjwa, alivunjika na sikukuwa na pesa, nikampeleka Aga Khan. Mbele ya Mwenyezi Mungu uwe shahidi yangu, na kama nimesema uongo Mungu wangu nisifike safari yangu. Mimi nililipiwa bili ya mama yangu 1170 na kadi ya SHA. SHA inafanya haifanyi? Inafanya haifanyi? Mimi kwetu natoka Nyatike, Migori County. Hatujawahi ona lami tangu tupate uhuru Kenya. Itakuwa mara ya wana wa Nyatike kupata lami kwa safari ya kwanza. Mheshimiwa Ruto anafanya kazi, afanyi? Basi tukimalizia, vijana mpo? Wamama hai? Wamama, Mungu anaishi juu. Nataka tuonyeshe Mwenyezi Mungu mikono yetu ya kuwa tunamrudisha Mheshimiwa Ruto kwa kiti tena. Wangapi wanarudisha Ruto kwa kiti? Sema mbili bila break. Mbili bila break. Nadonya je? Asanteni sana. Totenene igoro tukaribisha mugeni. Toyarigani bono. Ngaye biri ya tobire. Mente biri ya tobuya. Studio tafadhali tupe kibao cha kumkaribisha Mheshimiwa Naibu. Karibu sana, karibu tena Mheshimiwa Naibu wa Rais. Piga makofi vizuri, piga makofi. Weka maboko mbele kwa tumulete. Leta igoro kabisa, juu zaidi, juu zaidi. Chiko
ekyonkekyo 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 enyangi narora ekyonkekyo ekyonkekyo akasimukabibuya enyangi narora nibonyoma 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 omoya narora nibonyoma 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 omoya manyara ningaleta 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 enyaruka narora ningaleta 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 enyaruka suma wekwende chini ianze reels ianze tena. Beka buya igoro buya abantu aba nabo yakora yatarimo imba igwati ekyonkekyo 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 enyangi narora ekyonkekyo 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 enyangi narora oranyegeri amareso mosaigo ningonyoma omoya narora ningonyoma 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 omoya manyara ningaleta 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 enyaruka narora ningaleta 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 nataka unianzishie please. Shika tuanze. Baba 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 haya tunaanza. Haya beka hiyo beka hiyo beka hiyo hapo ni mtapo abana igwa beka buya etata 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 abana ilupa hapo ni tunalupa hapo ayetata baba 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 Promesa ayetata sabana ayetata sabana ayetata sabana yanzo hiyo etaka hiyo beka incoming ekyonkekyo enyangi narora ekyonkekyo Asante sana studio. Tafadhali kila mmoja tusimame juu kwa sababu ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Totenene igoroke moranche. Totenene keroyo mo asinge ncho yogotera gwe national anthem. Studio tafadhali wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Bado tumesimama, wacha tuongozwe kwa maombi na Pastor Muruabe. Kindly Pastor Muruabe ndo siasore asobu wangu. Basi tuamini na tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya mkutano huu mkuu hapa Nyantirago.
Tunakushukuru kwa sababu ya viongozi wetu wote na hata serikali yetu, na tunaomba kwamba kila mtu aliye mahali hapa apokee baraka yako, na watu wetu wa Nyantrago pia wabarikiwe na Nyaribari chache, na zaidi ya yote warudi salama. Jina lako litukuzwe sasa na hata milele. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Naibu wa Rais, naomba sote tuketi. Toikaranse. Mheshimiwa Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki, seneta wa Trans Nzoia pamoja na maseneta wengine wote ambao wameweza kufika, kiongozi wa wengi katika bunge letu la kitaifa, wabunge wote mliofika wakiwemo wawakilishi wa kina mama, wawakilishi wodi, viongozi wa kidini, wataalamu mbalimbali, mnikubalie kwa heshima niweze kumwalika mbunge wa eneo hili aweze kutuelekeza katika kipindi hiki, lakini ngayebiri atobire byo mageni oito. Asante, karibu mheshimiwa. Asante sana, Your Excellency the Deputy President Professor Kithure Kindiki. Mimi kama mjumbe wa Nyaribari chache niko na furaha sana kukushukuru kuacha kazi yako pamoja na viongozi wote ambao wamekuja kuniunga mkono katika hafla hii ya empowerment ya watu wa Nyaribari chache. Your Excellency, thank you so much for coming to grace this occasion. Tumpigie Naibu wa Rais makofi kabisa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, kabla nikualike, naomba nimuite dada yangu Fatuma Full Network, mbunge wetu wa women rep wa Migori, anipatie pesa yake, pesa tu. Mama wetu ametupatia shilingi 50,000. Umepokea salamu ya rais. Abarikiwe na atembee hapa. Wangapi wanasema Rais William Ruto atembee hapa? Bas, tumekuja hapa kwa sababu kazi yetu ambayo tuko nayo ya maendeleo ya taifa la Kenya bado tunaendelea nayo, na tuko na ripoti ya ile mambo ambayo tumeweza kufanya mpaka sasa na ile ambayo bado haijafanywa. Tuko hapa kuwaambia ya kwamba tutaifanya, kwa sababu tuko na miaka 2.5 ya kukamilisha ile kazi ambayo imebaki. Endelea kung'ang'ana na kuimarisha uchumi wa taifa letu la Kenya, kwa sababu mahali tulipata uchumi ilikuwa katika chumba cha mahututi. The economy was in a bad situation kwa sababu ya corona na COVID-19 ambayo ilifunga uchumi wetu kwa zaidi ya mwaka 1.5 hapo 2020-2021. Hiyo corona ama COVID-19
vile iliharibu uchumi, ndio unaona saa ile tunapiga kura ya kuchagua kwa sababu kazi yetu ambayo tuko nayo ya maendeleo ya taifa la Kenya bado tunaendelea nayo, na tuko na ripoti ya ile mambo ambayo tumeweza kufanya mpaka sasa na ile ambayo bado haijafanywa. Tuko hapa kuwaambia kwamba tutaifanya, kwa sababu tuko na miaka 2.5 ya kukamilisha ile kazi ambayo imebaki. Niseme ya kwamba tunaendelea kung'ang'ana na kuimarisha uchumi wa taifa letu la Kenya, kwa sababu mahali tulipata uchumi ilikuwa katika chumba cha mahututi. The economy was in a bad situation kwa sababu ya corona na COVID-19 ambayo ilifunga uchumi wetu kwa zaidi ya mwaka 1.5 hapo 2020-2021. Hiyo corona ama COVID-19 vile iliharibu uchumi, ndio unaona saa ile tunapiga kura ya kuchagua rais, uchumi ulikuwa katika mahali pabaya. Lakini tumejaribu kung'ang'ana na kustawisha ama kudhibiti uchumi. Tumepata mafanikio kiasi, lakini bado tuko na kazi ya kufanya, kwa sababu tungetaka uchumi uendelee kuimarika hata zaidi. Mnakumbuka ya kwamba kulikuwa na yale maandamano ya unga ya 2022-2023 kwa sababu bei ilikuwa imepanda sana, ikafika 250 shillings kwa kilo 2 ya unga. Tumejaribu kudhibiti bei ya unga tukitumia fertilizer ya ruzuku ambayo imepunguzwa gharama. Ile fertilizer tulikuta ikiuzwa 7,000. Tumetumia pesa ya serikali kupunguzia wananchi bei ya hiyo fertilizer. Katika miaka 2 imepita, hiyo fertilizer tulikuwa tunaipatiana kwa wakulima kwa shilingi 2,500 badala ya 7,000. Hiyo fertilizer ya ruzuku pamoja na bidii ya wakulima pamoja na Mwenyezi Mungu kutubariki na mvua ndio imesababisha kudhibiti bei ya unga kutoka mahali ilikuwa 250, sasa iko about 150. Lakini bado tunakazana kuidhibiti zaidi ndio ikuje 100 au hata chini ya shilingi 100 kwa kilo 2. Kwa hivyo kuna ile kazi tumefanya ya kupunguza na bado tunaendelea na hiyo kazi. Majani chai yetu mahali tulikuta sio mahali iko saa hii. Mwaka wa 2022 Kenya ilipata pesa ya kigeni bilioni 160 kutoka kwa majani chai. Mwaka uliopita, mwaka uliofuata wa 2023, ile majani chai ilikuwa imetupatia pesa ya kigeni 160 billion, ikatupatia 180 billion. Mwaka uliopita ile mapato ya kigeni kutoka majani chai ambayo ilikuwa 180 billion ikaongezeka ikakuwa 215 billion, ambayo ndio ya juu zaidi mapato ya kigeni kupitia majani chai tangu tulipoanza kukuza majani chai katika taifa letu la Kenya. We have seen foreign exchange earnings from tea move from 161 billion in 2022 to 180 billion in 2023 to 215 billion in 2024, na tunataka mwaka huu tusongeshe hiyo mapato iende juu hata zaidi. Kwa kilo moja tumekuta majani chai inauzwa kwa shilingi 44, tumeizongesha kidogo imefika 64.
tungetaka kuizongesha zaidi ifike 100 na juu ili tupate guaranteed minimum returns. Maziwa, tumekuta maziwa inanunuliwa shilingi 33, 34 kwa lita moja. Tumeisukuma sasa, KCC inanunua maziwa kwa shilingi 50 na tungetaka iongezeke hata zaidi ipite hiyo 50. We had committed to bring milk prices from 33 shillings to 50 shillings as guaranteed minimum returns. Tumeshafika hapo 50, lakini hata kama tulikuwa tumesema tutafikisha 50, there is no harm in increasing that price beyond 50 shillings a liter, and we are doing our best. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wakulima wengi ama watu wengi katika taifa la Kenya, wakiwemo hapa Kisii, watu wengi wanapata mapato yao kupitia kilimo cha majani chai, cha maziwa, cha mahindi na hata kahawa. Nimesikia imeanza kukuzwa sehemu hii ya Nyamira na Kisii. Kahawa, kwa zile sehemu zinakuza kahawa, and I really want to encourage the people of Kisii and Nyamira to plant more coffee because coffee has become very profitable. 2022 kahawa ilikuwa inanunuliwa kwa mkulima shilingi 50 kwa kilo ama 60 ukiwa na bahati. Tumesongesha hiyo bei. Sasa katika sehemu ambazo zinakuza kahawa, wakulima wanalipwa 120, 130, 140, 150 shillings per kilo. Ni kwa sababu kilimo ndio itasongesha nchi yetu mbele. Kilimo ndio inashikilia wananchi wengi kupata riziki. Kuna ile hatua tumefikisha, lakini kama vile nimewaambia, bado hiyo safari haijafika mwisho. We continue to make agriculture more productive, more profitable, so that many people in Kenya can earn decent incomes and take care of their families. Vile vile, mambo ya kiuchumi ya jumla, mnajua shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu. 2022 shilingi ya Kenya ilikuwa inabadilishwa shilingi 167 kwa dola. Sasa hivi shilingi ya Kenya imepata nguvu kiasi. And for the last 1 year, exchange rate dola moja ni shilingi 128, 129. Haipiti hapo na hairudi kwa ile 167 ambao tulikuta 2022 because of the effects of corona. Tunakazana vile nimesema kudhibiti bei ya unga, kudhibiti bei ya petroli. Petroli ilikuwa imepanda na wananchi wengi wakaumia zaidi kwa sababu lita moja ilikuwa inanunuliwa na shilingi 217. Kila mwezi serikali inaendelea kupunguza bei ya petroli. Shilingi 2, shilingi 3, shilingi 5. Katika miaka miwili ambayo imepita, petroli ambayo ilikuwa 217 lita moja imeshuka kwa shilingi 43 kwa hiyo miaka mbili. Sasa inaenda lita moja 174, na bado tunasukumana na hiyo bei iteremke hata zaidi, ndio mwananchi apungukiwe na mzigo wa gharama ya maisha. Tuendelee na hiyo kazi ya kupunguza bei ya bidhaa muhimu kama unga na petroli, na kuimarisha nguvu ya shilingi ya Kenya, na kuimarisha bei ya majani chai na kahawa na maziwa ambao watu wengi wanapata riziki kutoka pale. Tuendelee, tusiendelee jameni? Tuendelee na hiyo kazi. Hiyo tumefanya in 2.5 years. We have another 2.5 years to complete the journey and make the cost of living more manageable to the majority of the people of Kenya. Na ndio unaona tuko very serious. We are not available for politics and pettiness. We are very focused. Kwa sababu hiyo kazi, that is what will count at the end of the day. Hakuna kiongozi atapikwa akuliwe nyama. Kiongozi, faida ya kiongozi ni kutafutia wananchi maisha bora
kuliko mahali alikuta maisha, na kuhakikisha kwamba mwananchi amepungukiwa na mzigo wa gharama ya maisha. That is our focus and we are very very focused. Kuna watu wanataka kutuingiza kwa siasa, tumewaambia we are not available. We are not available. We are men at work, na iko kazi bado hatujakamilisha. We want to focus on that work. Mambo ya siasa ikifika, tutakuja kunyoroshana siku ya kampeni. Tuendelee na hiyo barabara jameni. Tuendelee na hiyo barabara. Vile vile mnajua ya kwamba kuna sehemu zetu, nyumba zingine hazina stima bado. Tunakazana na kuhakikisha kwamba kila mwananchi amepata stima kwake, kwa sababu stima sio raha ya viongozi peke yao na matajiri. Stima ni haki ya kila mwananchi. Haijalishi nyumba yako ni ya mabati ama ya mawe ama ya mbao ama ya matope, upate stima kwako. Hata vile unaendelea kukazana kujenga nyumba hata bora zaidi, upate stima kwanza. Hapa Kisii County kwa jumla, wakati nilikuwa hapa Kisii last week, nilikuwa pale 2 weeks ago nafikiri, pale Kitutu cha North, niliwaambia ile pesa serikali ilikuwa imetoa hapa, it was about 1.8 billion, sasa imeongezeka by 200 million. Right now in Kisii, programs ya stima ya last mile connectivity, ya kuweka stima kwa manyumba ya wananchi na biashara ndogo ndogo mashinani hapa Kisii, projects za shilingi bilioni 2 zinaendelea ili kuhakikisha ya kwamba nyumba 32,000 mpya zimepata stima hapa Kisii County. We are connecting an additional 32,000 households here in Kisii County at a cost of 2 billion shillings through the last mile electricity connectivity program. Na hiyo kazi tunaendelea nayo. Hao wabunge wanajua ni vijiji gani, ni vitongoji gani hiyo kazi inaendelea. Tuendelee na kazi ya stima? Tuendelee tusiendelee? Vile vile tuko na kazi ambayo ilikuwa imekwama kidogo. Mnajua kwa sababu ya vile uchumi ulikuwa katika hali mahututi, barabara nyingi zilikuwa zimeanzishwa, zilikuwa zimesimama. Na najua kuna barabara za hapa, mimi nitarudi hapa in about 10 days maneno ya barabara, kwa sababu tumepata pesa ya kufufua miradi ya barabara ambayo ilikuwa imekwama Kenya nzima, ili tujenge hizo barabara, tukamilishe, wananchi wapate mahali pazuri pa kusafiri. Tuendelee na hiyo kazi ya barabara? Tuendelee tusiendelee? I know there are some roads in this constituency where we paid contractors, some are on the way, wengine wanasema utungoje mvua ikauke. So I'll take about 2-3 weeks, maybe 1.5 to 2 weeks. I'll come back on the roads program for Kisii and for this constituency. Vile vile tumesema hivi ya kwamba wananchi wengi ni wanabiashara wadogo wadogo, wale ambao sio wakulima wanafanya haso, wako na biashara kidogo kidogo huku mashinani. Kuna akina mama wanauza mboga, nyanya pale sokoni, tunawaita mama mboga. Kweli si kweli? Kuna watu ya bodaboda wanasukuma biashara yao na hiyo nduthi, hiyo pikipiki. Kuna watu ya mkokoteni, kuna mtu wako na kinyozi yake hapo kidogo. Kuna mwingine msichana ako na salon hapo kwa kijiji. Wakati tulikuwa tunaomba kura, tulisema tutasimama na hao watu ambao ni watu kiuchumi wanahitaji msaada ili wapanue biashara zao. Na hiyo kazi tumeshaanza. Tumesema iko program inaitwa Nyota, sana sana kwa biashara za vijana. Nyota program ni program ya serikali ya Kenya ya takriban bilioni 28 kwa kila ward. Tutatafuta hizi biashara ndogo ndogo, sio biashara kubwa, biashara ndogo ya mama mboga, biashara ya kinyozi, ya salon, catering business, tailoring,
hizo, na kila ward serikali itapeana shilingi 50,000 kwa biashara 70 kwa kila ward katika jamhuri yetu ya Kenya, ili kupanua biashara ndogo ndogo. Vile vile tumesema ya kwamba kwa mama mboga wetu na wachuuzi hawkers, mama mboga, tuwache kuwaachilia kufanya biashara zao. Kama ni bodaboda wanafanyia huko kwa jua, hawana shed, hawana chochote. Wengine mama mboga wanauzia kule barabarani, wanapigwa na jua, wanapigwa na mvua, wanapigwa na vumbi, na wanahatarisha maisha yao kwa sababu ya magari. Ndio tumekuja na program ya national government ya kujenga masoko zaidi ya 400 katika taifa la Kenya. Already masoko 200 yanajengwa Kenya nzima. Hapa Kisii county peke yake tuko na masoko yale yanajengwa, masoko 21 katika kila constituency. Na hapa Nyaribari Chache constituency tuko na masoko zaidi ya 5 ambayo aidha yameanza kujengwa ama tumepeana kandarasi yataanza kujengwa anytime from now. Tuko na soko ya Keumbu, tuko na soko ya Nyabisabo. Hiyo Nyabisabo hiyo, mnajua hiyo soko, na ile inaitwa Kiongoro, na ingine inaitwa Birongo, na ingine inaitwa Bobarasho. Hiyo masoko hiyo 5 we already have money. Na hata hapa hii area kama mnataka soko, tutaongea na mbunge, tutawajengea soko, because we have money from the housing fund to build markets for small scale traders. Ndio tuwache kuumiza wananchi, wanabiashara wadogo wadogo kufanyia biashara zao kwa jua. Vile vile watoto wetu ambao wako KMTC, wale wako university including Kisii University, wale wako kwa TVET zetu, tunawajengea hostels with the same housing fund. The housing fund inatusaidia kufanya affordable housing, inatusaidia kufanya markets, na inatusaidia kufanya hostels for our students kwa TVET na university, na kujengea polisi na wale watumishi wengine wa umma manyumba, institutional housing. Kwa hivyo kwa watoto wetu hapa Kisii tumetangaza kujenga hostels ambazo itapatia wanafunzi wetu vyumba vya kulala 880 units of bed capacity for hostels, na hiyo itagharimu serikali ya Kenya shilingi milioni 426. 426 million 880 bed capacity hostels for Kisii University, ndio watoto wetu wapate mahali pazuri pa kuishi. Tuendelee na hiyo kazi ya kujenga masoko, ya kujenga hostels ya watoto wetu. Tuendelee, tusiendelee jameni? Kwa hivyo we want to make sure that we transform the economy. Na leo hii tuko hapa kwa sababu tungetaka wanabiashara wadogo wadogo wafanye vikundi vyao, wafanye SACCOS, bodaboda kuwe na SACCOS, mama mboga kuwe na SACCOS, ndio msaada wa serikali uwafikie haraka na uwasaidie kupanua biashara zenu. Na vile vile tumesema tukingojea hiyo program ya serikali kama hiyo Nyota program na zile zingine ambao nimetaja, kwa sababu tuko na ingine inaitwa KJET, Kenya Jobs for Economic Transformation Project. Tukingojea hizo project, tumesema kama viongozi tuweke mkono wetu kusaidia hiyo vikundi vya wanabiashara wadogo wadogo wapate stock ambao wataingia nazo kwa ile markets ambao tunawajengea.
wapate stock ya kupanua biashara yao, na hata kama hii pesa labda sio mingi sana, itasaidia pakubwa ili kupunguza mzigo wa kimaisha ya wananchi wetu. Kuna watu wengi wako na madharau mingi na kiburi kwa sababu wameshiba na wako na pesa mingi. Hawaoni maana ya program kama hii. Hawajui ya kwamba yule kijana wa bodaboda ambaye anasumbuliwa na polisi wa traffic kila siku ni kwa sababu amekosa side mirror. Side mirror peke yake. Na lazima sasa polisi wamsumbue kwa sababu kama hauna side mirror unahatarisha maisha yako barabarani, unahatarisha maisha ya wale ambao ni abiria wako, unahatarisha maisha ya wale watumiaji barabara wengine. Lakini kuna vijana wengi hawezi kuafford hiyo side mirror, ndio anatembea na nduthi bila side mirror. Hii program kama itasaidia vijana wetu wa nduthi kutengeneza pikipiki na kuweka spare ambayo imepotea, iko makosa jameni? Kuna makosa? Hao kina mama mboga hao, akina mama wako na bidii mingi, lakini utajua ya kwamba ile bidii akina mama mboga wanafanya, ile stock wanatumia ni shilingi 5,000 ndio wanazungusha stock ya 5,000 ama 10,000. Huyo mama akipata another 10,000 kwa hiyo stock, she will have doubled business. Na hiyo kwa kina mama ni pesa mingi, itasomesha watoto na chakula itakosekana nyumbani, kwa sababu hao kina mama ni kama wanajua kutunza pesa kuliko sisi wanaume. Ni kweli, si ni kweli? Si akina mama wanajua kumultiply pesa haraka. Mama akipata an extra 10,000 ameomoka na atakuwa mambo yake yote ya familia itafanyika. So hata sisi wanaume tujifunze kutoka kwa dada zetu na wake zetu na mama zetu jinsi ya kuongeza mapeni na kuyatumia kwa mambo ya familia. Kwa hivyo hii pesa ambayo tunawasaidia mpate ni ya biashara, sio ya kukula. Usipitie pale sokoni na kukunywa naye chang'aa na pombe alafu naenda nyumbani bila kitu. Na ndio tunasema muwe kwa vikundi, ndio hiyo pesa iende kwa kikundi, ni ya kusaidia members wa hiyo vikundi. Nikimalizia niseme hivi, katika hii masoko ambayo tunajenga pia iko na sehemu ya kina mama na wachuuzi kuuzia bidhaa zao, na iko na cold room. Iko na cold room. Cold room ni barafu ya kuhifadhi ile nyanya na sukuma wiki isioze, ndio mama auze hiyo stock mpaka siku ile itaisha. Leo, kesho, kesho kutwa, kuendelea namna hiyo mpaka siku ile stock itamalizika, kwa sababu kwa sasa wale wanauzia barabarani kama stock haijaisha hiyo inaoza, kama ni nyanya inaoza. So the markets will help in preserving perishable products so that they can be sold for longer. Vile vile iko na social hall ya wale wanabiashara pale kufanya mkutano wao kama wale wanabiashara wakubwa wakubwa kule Nairobi. Na pia iko na ICT hub. Every market iko na computer lab ambao tutaweka kompyuta ya serikali 100, tuweke internet ya serikali bure kwa hizo makompyuta. Vijana wetu wakati watafute wateja wauze vitu zao kupitia mtandao. Na pia kuna kazi za kimitandao za vijana wetu, ili tupunguze vijana wetu kukaa bila kazi. Hiyo wajitafutie kazi mtandaoni. Iko kazi pale
kama app developer, iko kazi pale kama transcriber, web designer, foreign exchange trading, iko kazi mingi za kimtandao. Ile vijana wamekosa ni internet na computer. Ikipatikana wataenda kufanya foreign exchange trading online, wataenda kufanya website development, app development. Ndio tuwache vijana wetu kukaa sokoni pale ili kuja kudanganywa na viongozi na kupewa shilingi 100 ndio wapigie kelele mpinzani wa kisiasa. That is misusing young people, is misusing the people of Kenya. So we are trying our best. Kuna mahali tumefika, lakini bado tuko na another 2.5 years ya kukamilisha hii safari yetu ya maendeleo. Mimi nawauliza wenzangu, sisi zote tujumuike katika maneno ya maendeleo. Na mimi najua Wakisii ni watu ya kazi, Wakisii ni watu ya biashara, Wakisii ni watu ya bidii. Ni kweli si kweli? Bora mtu asaidike kidogo katika kilimo chake ama biashara yake, atatengeneza mali. Na Wakisii wako kila sehemu ya Kenya. Ni kweli si kweli? Si Wakisii wako kila sehemu ya Kenya? Si wako mpaka ng'ambo? Si wako huko Amerika? So musidanganyike ati kuchochewa mkosane na watu wengine ati kwa sababu sijui ya nini. Kwa sababu nyinyi ni watu ya biashara, mko kila mahali. Tengenezeni urafiki na sehemu zote za Kenya, za dunia, because you are business people, you are a trading community. Na wale watu wananunua bidhaa zenu sio wale wanaongea Kikisii, kwa sababu ile vitu unahusia hapa kila mtu wako nayo. So wale watawapatia soko ni the other communities ambao hawana ile vitu ambao mna produce hapa. Kwa hivyo Kenya hii yetu tuendelee kukaa kwa umoja na tusikubali misingi ya kisiasa itugawanye, misingi ya kikabila itugawanye. Wakati wa siasa ukifika, kila mtu ataenda kupigia ule mtu anataka kura. There is no problem, tutanyoroshana. Mwenye atapata ashukuru Mungu, mwenye atakosa angojee siku nyingine, Mungu atambariki huko mbele. Ama namna gani watu ya Nyaribari chache? Mnakubaliana na mimi? Mungetaka tuendelee na hiyo barabara ya maendeleo na umoja wa taifa? Tungojee siasa huko mbele. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wangapi wanakubaliana na mimi? Ama mlikuwa mnataka mimi nikuja hapa kuwachochea? Mimi nimeongea dakika kama 45 ama 50 minutes. Mumesikia nikiongea siasa? Mumesikia nikidharau mtu yeyote? Si nimeongea mambo ya serikali, mambo ya maendeleo, mambo ya wananchi. Niendelee kama namna hivyo ama mnataka niwe mchochezi? Niwe mchochezi wa kikabila? Na msinidagaje, mungetaka niingie katika uchochezi wa kikabila? Wangapi wanasema niendelee na mambo ya maendeleo? Na mnajua nyinyi wa Kisii na wa Meru, mnajua sisi ni jamii moja. Si mnajua sisi ni mabrothers? Ama hamjawahi sikia hiyo maneno? Si mnajua hiyo? Hata lugha yetu mmoja akiongea ule mwingine atasikia. Si kweli? Si kweli? Unasikia ni kama unasikia hata kama uelewi kila kitu 50-60% unasikia. Si hata damu ni moja. Mimi nasikia sisi tulikuwa mabrothers. Sasa sijui nani alikuwa ndugu mkubwa, nani alikuwa ndugu mdogo, na sijui nani alitoroka mwingine. Sijui ni Wameru walitoroka Mkisii ama ni Mkisii alitoroka Meru. And then mfanye research mniambie hiyo maneno. Sisi ni jamii moja. Ni kweli si kweli jameni? Unajua hapa Kisii, watu yetu hapa Kisii wanasema ati Mumeru akiwa mdogo ni Mumeru, akiwa mtu mzima ni Mkisii. Alafu kule Meru nao wanasema Mkisii akiwa mdogo ni Mkisii, akiwa mkubwa ni Mmeru.
Sasa sijui which one is which. Kwa hivyo ndugu zangu, dada zangu, leo nimefurahi kufika hapa. Na mimi nimeletwa hapa na maneno ya maendeleo. Maendeleo yenu na mambo ya wananchi. Najua hii stadium mnangojea ijengwe. Si mnataka hii Nyanturugo stadium hii ijengwe? Mungetaka ni wapitafutie pesa ya kujenga hii stadium? Nitafute pesa ya kujenga hii stadium? Wangapi wanasema tujengee vijana wetu stadium hapa? Sasa hiyo ndio maana ya kukuja mashinani, kwa sababu utasikia ile mahitaji wananchi wako nayo. Na mimi nikirudi Nairobi, tukiwa na Zahir, tunaenda kutafuta pesa ya kujenga hii stadium, ndio siku ile tutakuja campaign ya kura tuwe na kitu ya kuambia wananchi. Tuendelee namna hiyo? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo? Tuwatafutie stadium, tuwatafutie barabara na markets na stima, na tusimame na wanabiashara wadogo wadogo. Tuendelee namna hiyo? Wangapi wanasema tuendelee namna hiyo? Kwa hivyo mimi nitarudi hapa, rais atarudi hapa, na uko mbele tutapangana, na mimi najua hatutakosana, tutaelewana tu. Hakuna mahali hakuna mtu atatoroka mwingine. Tutatafutana mpaka tupatane, kwa sababu siasa ni kubembelezana. Ni kweli si kweli? Siasa ni kifua ama ni kubembelezana? Si ni kubembelezana. Kwa hiyo mimi najua tutabembelezana, tutasikizana, na mimi kama naibu wa rais nitafanya juhudi zote kusaidia rais katika kazi ya kuunganisha Kenya na kazi ya kuhakikisha kila sehemu imepata maendeleo sawa na sehemu zingine. Kuna watu wengine wanasema sijui wale walipiga kura wapate maendeleo ya serikali, wale hawakupigia serikali kura wasipate maendeleo. Hapana. Hiyo ni kinyume na katiba. Katiba inasema ule amechaguliwa kama kiongozi ndio kiongozi wa kila mtu mpaka siku ya uchaguzi mwingine. Si Zahir ndio mjumbe wetu? So he is our leader. President Ruto is our leader. Zahir is our MP na wale viongozi wengine. Kwa hivyo nasikia viongozi wamekuwa wamechanga. Mimi tu nataka niwapatie salamu ya rais. Amewaambia anawapenda, atatembea hapa, na anatambua mahasla, anatambua watu ya bodaboda na watu ya salon na kinyozi na mpokogoteni, na amesimama na nyinyi vile mnatafuta pesa ya kusaidia biashara zenu. Na mimi naacha mchango yake hapa ya shilingi milioni 3. Mumefurahia support ya Rais William Ruto? Mumefurahia? Nimsalamie nikirudi? Nimsalimie nikirudi? Wangapi wanituma kwa Rais William Ruto jameni? So hiyo pesa iletwe hapa, na huyu deputy president huyu hata yeye achange ama aende? Achange. Ni lazima nichange? Sina bahati? Si nimeleta salamu ya rais? Si ya rais inatosha? Haitoshi? Lazima nilipe airtime ile nimeongea hapa? Nichange nisichange? Wangapi wanasema nichangie wanabiashara wa hapa? Basi, kwa hivyo hata mimi nitasindikisha mkubwa yangu rais na shilingi 10,000 ama ngapi? 20,000, 40, 60, 120, 150, 300,000, 2 million shillings. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Wangapi wanasema tuendelee namna hiyo? Tuendelee namna hiyo? Asante.
hao viongozi walikuwa wametoa pesa yao. Ule hakutoa akuje atoe saa hii na asalamie. Ule hajatoa akuje hapa asalamie. Dakika moja ya salamu, dakika moja ya kutoa mchango. Wapi makofi ya hao? Kuna waheshimiwa walikuja baadaye. Tungetaka kila mheshimiwa dakika moja ya salamu, dakika moja ya pesa. Ama namna gani? Si Deputy President ameshaongea kwa niaba ya serikali. Sasa waheshimiwa wetu, salamu dakika moja na pesa dakika moja. Wacha niite Mheshimiwa Alpha Miruka, mbunge wa Bomas-Chage Chache. Wapi nduru ya Alpha Miruka jameni? Wapi nduru ya Alpha Miruka jameni? Tigera higo. Bwana asifiwe. Kora iga. Bwana asifiwe sana. Mumanyete umuchumba oyo. Njengoro kwa Alpha mwana pastor. Na achire kubakuani erebuye gosere bobe. Iga ngaki umuchumba korokwa. Zahiri Janda. Hebu nione Zahiri. Kai. Zahiri is a good guy. Zahiri is my friend. Tuachira ama tukamange tokorigichikura. Ege tieke atarabo mochumbe na ande bunaro mochumbe. Akimo kumubwate simo gambi. Ngomo ira nimone naende. Igonsa iribweka. Moma etesa no musanu we president. Ngaki president korokwa. William Samoei. Tigangonda Ruto. Ay. Abanyali bali nabantaba ya. Your Excellency, thank you very much for coming. Other members of parliament wamekuja kupea Zahiri support. Mungu awabariki sana. Sasa nataka niwapee mambo mawili. Jambo la kwanza, usiwahi danganywa kwamba mfumo wa SHA haufanyi kazi. Nataka ukitoka hapa kama hujaregister, enda register o register SHA. Why? Ukiwa mgonjwa hakuna mtu atakusaidia. Mwenye nakuambia yeye hatajisaidia kivyake. Kwa hivyo wewe make sure you are registered katika mfumo wa SHA. Tuko pamoja? Namba 2. Hapa Kisii tuko na housing program. Mnajua hivyo? Nyumba za serikali zinajengwa hapa Kisii. Siko Masimba, siko kwangu Ogembo, sitaanza Kisii, hata hapa Nyaribari zitaanza. Kwa hivyo make sure umeregister katika boma yangu ukae na nyumba. Tunaelewana? Na hiyo nyumba inataka ID yako na wewe mwenyewe. Huwezi kuwa na nyumba mbili. Kwa hivyo msidanganywe. This government is working. Elebuya kosere bobe. Ntoko yebwate sia. Esa iya marketing ndio kwa na mange SNS Excellency kwa nini? Na nchi yangu basuku mirande 200,000. Wapi nduru ya Alpha Miruka jameni? Haya. Praise God. Chisweetheart. Kaki mokaribo smile buya. Naende mbaelinde. Chi baby. Your Excellency hapa Kisii, wazee wetu wanatupenda. Hivyo umesikia anaita kina mama sweetheart, wazee wanatuita sweetheart. Ama namna gani ya kina mama? Na nyinyi mnaita aje wazee? Baby.
Leo tumejionea maajabu. Ukweli, wageni wakija, wenyeji wanafanya nini? Kama hatungefurahia mjumbe wetu Zair apange huu mkutano, wamama na wazee mungepata pesa za chama, warudi na pesa ama mupate pesa? Tulete maendeleo ama tulete propaganda? Munataka maendeleo? Tuwafanyie maendeleo. Your Excellency, watu wetu kwanza hapa Nyaribari huwa mnaelewa umuhimu wa kukaa kwenye serikali. Uongo ama ukweli? Kwa sababu serikali ni ng'ombe ya maziwa. Mtu anafanya nini? Si ndio? Mama mtoto ukiingia hivi kwa nyumba kama ananyonya, si huwa anafurahia? Mtoto amesema sitaki nyonyo, si tunapea mtoto? Na tusiendelee tunapea nani mwingine? Sasa mimi kama mama county, nashukuru sana kwa hao wageni wetu wenye wamefika hapa, na Mungu awabariki warudi tena, kwa sababu wageni wakikuja mambo yetu inakuwa sawa sawa. Leo sitakuwa na mambo mengi, nataka wageni waongee. Mimi nitatoa mchango wangu wa 150,000. 150,000. Thank you. Thank you very much. Asante Mama County, ubarikiwe. Thank you very much. Asante sana. Wacha nimuite Mheshimiwa Dan Manduku, Mheshimiwa wa Nyaribari Masaba. Nyaribari Masaba, Architect Dan Manduku. Abanyaribari bami ntoto kwana niga kamako. Mbiye muri abanyaribari. Mbiye muri nainde. Ngakimaro cyabagani bakirira roga. Abange na mawagokire. Mugo gatara kini. Omujumbo we no. Okorugu Zair Janda. Ntoko moira nikabere. Onya go ikaranstega. Nainde Tori kwa kira Zair ekura. Tiangaro ko kwa igoro. Onya go ikaranstega. Nainde tori kwa kira Zair ekura ngako gorgondore. Igo mwesi mwanchire Zair Janda. Mora kya bako iga. Bono nimbo to goichana. Monte garrebia. Omomuro oyo momuro minto. Lakini rende omawa kanale kuruse Italia okumurama. Okomoroko moisia. Kera mwachite kwa chora. Omwachore to mujumbe goseno moisi mwachorete. Mogachoro mujumbe goso moisia. Ngaki mogote yemo gako iyo. Akoraki. Abangi na kura so mogako iyo. Abagake bichuria so mogako iyo. Injoma nyete. Na doko moisia. Na baya ngai tata. Lakini ndende gentoneke. Kera yetu egasi njamo sinyete. Akoraki. Asike abarayi bacholiri. Akoraki. Asike Zair Janda. Asike nabarayi bande bacholiri. Engaki yanje akoraki njaherete. Akoraki. Your Excellency, thank you very much for coming together with other leaders. We're very happy and grateful to the efforts that the government is doing to uplift the standards of our people. And going by today's mood, our people are indeed very happy. Mugo gati? Wana chibe sa chia nyinge ndo che ni tarende.
Tiko ganda iko tiga chia. Mbaya chimesa. Haya bwana, nje na asiri moja goyo. Ngapi? Shilingi 1,100. 100,000. Wapi makofi ya Dan Manduku? Wacha sasa nimuite Mheshimiwa Steve Mogaka, MP for West Mugirango. Thank you DJ. Bia mono. Abanyali bali abantu bakisi county Nkwaningo njono Mugirango Nkwaningo. God is good all the time. And all the time God is good. Thank you so much, Your Excellency, ndugu yetu Faruk and my colleague MPs and all other leaders. Mimi kwa majina ni Steve Mogaka. Taaluma yangu ni wakili. Constituency yangu ni West Mugirango. Abagirango bante binganya libali aso musani oneza iri janda kogamba ndeta maiga bwatanga maiga noko boko gocha igoro. My brother Zahir, thank you for being an exemplary leader, and I have come to benchmark. I can promise you, nikirudi kule kwetu, I want to have 3 times this crowd. Abantu maragata tobuna muri. Lakini bono tigambo mwenge, turomu wakili buwakili. Abagusintura? Mobaye tendo bayeno. Tigamba korie interview. Onye kiaborire ncherarogoro kayogo kerigaria. Ya. Onye kiabora ncherarogoro kayogo kerigaria. Ndogoroko muta gose ngujera mate. Sasa leo hii wacha niseme naibu wa rais akiwa initoke. Mimi ni mjumbe nilichaguliwa kwa Jubilee. Ilikuwa Azimio. Nilipangwa na yule mtu wa kwetu alikuwa na mamlaka kubwa zaidi katika, na mimi mtihifu nikafuata. Njira rugorabwa astu akeriga tintu akanyorete mburanjira mata akere igoni mbwata akiria karogo keriga njira mata oyo butate njira rugoronga kitoko matebya arwo takorwo na kinko goteberinga tigamba tebi na nduba gwakiria togo soma history eyo yotaigwa gese Kenyatta akwete abantu boka basoire state house after Kenyatta akwete mbari barenge namba 2 buno ujo igomo igwete history history yate abatali Steve Mogaka igoyo toro chinge ngere ni nero tingo skanga ya akira ni Mogaka bichana chakosana nje otoke ngana soire mapema. Tunakupea Mheshimiwa Naibu wa Rais, najua nilikuangalia kutoka nyuma nikaona uko very smart. Nikawauliza wakikuona kutoka mbele wanakuonaje, wamesema you are very smart. Hiyo ndio tulikuwa tunasema Moigwet. Tikatotarere serikali yeye tokonyege saku. God bless you. Mimi ninasaidia rafiki yangu Janda na 50,000. Wapi makofi ya Mheshimiwa Mogaka jamani? Barikiwa sana. Lakini amenipanga hapo kidogo. Hiyo sio ile alisema. Siniwaambia sisi tunaelewa lugha. Bana. Mlikuwa mnaongea mambo ya smartness. Hakuna. Nasikia Kenyatta siji akakufa alafu namna hii ule mwingine akaenda namna hii. Si namna hiyo. Huyo Steve Mogaka hajawaambia, si unaona anaringaringa hapa yeye ni wakili. Lakini hajawaambia nani alimfundisha kuwa wakili. Mimi ndio nilikuwa mwalimu yake. Kwa hivyo atalipa deni ama namna gani? Si nilimfanya akawa wakili. Alafu watu ya West Mugirango wakamfanya mjumbe. Si alipe deni ya mwalimu yake.
Alipe asilipe? Wangapi wanasema Mogaka alipe deni? Mogaka wewe ushike hiyo network nyuma ya tent. Bas, wacha sasa nimuite Mheshimiwa Jerusha Momanyi, Women Rep wa Nyamira County. Wapi nduru ya mama jameni? Thank you. Oyo neren togoro orure Nyamira. Abanyali bali baminto, abagusia abaya, abana bababa, nabakwanira mbiyamore. Mbiyamore kabisa mbiyamore. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, colleague members of Parliament, invited guests. Leo hii tuko na furaha nyingi. Sana sana mimi niko na furaha kwa sababu vile nimesikia His Excellency the speech ambayo ametupatia for around 50 to 1 hour. I think that was it. It's about an hour. Mimi nimeona mtu ambaye ametumwa na Mungu. Nyinyi mumeona aje? Si mumeona? Na tumeona nchi yetu itakuwa na amani. Na tumeona sisi kama wana Kenya, hata jana wakati tulikuwa na maombi, hata nyinyi nyote mlisudia, mlisikia His Excellency the President of the Republic of Kenya and the Deputy vile waliongea kama watu ambao ni wanyenyekevu. Hata waliomba msamaha. Ayo montara aramotania bodia mavera nonya kwa bwate ndamwamu nonya tware. Mbura gukumwavera. Na indi Nyasaye gagoteba nga omuntu gakogoseire mwavere limo mara gatano kabere mara 25 na 5 ebere. Taribo. Kwa hivyo kama unaona mtu mwenye amenyenyekea, ni kuonyesha ya kwamba roho ya Mungu imeanza kufanya kazi nzuri katika nchi yetu. Na wale ambao wako na roho chafu tunaikemea na tunasema sisi ambayo tuliwekwa katika nchi hii ambayo imekuwa na amani, hatutaki tena kusikia mambo ambayo hayaleti amani katika nchi yetu. Kwa hivyo mimi kama mama county wa Nyamira nataka niongee na wamama. Watu waenga walinena asiyefunzwa na mamaye. Waliongea asiyefunzwa na babaye. Walisema asiyefunzwa na mamaye. Kwa hivyo akina mama tuko na jukumu, na siku moja, siku ya kiyama, Mungu atakuja kutuuliza, kwa sababu sisi ndio tumepewa hiyo jukumu ya kufunza. Funzeni watoto wenu, funzeni watu wote katika hii country yetu ya kwamba sisi akina mama tunataka amani, tunataka kutembea, hatutaki kupigwa, hatutaki tupige wengine, tunataka watu watembee na amani, ndio Kenya yetu itaweza kuendelea mbele. Leo hii mumeona wageni wetu wamekuja kwa sababu ya maendeleo. Na sisi ambao tulikuwa nje ya serikali tumesema lazima tukae ndani ya hii serikali ndio maendeleo ya kuja hapa kwetu Kisii. Sasa sisi ndio mlichagua. Tukikaa nje ya serikali tutapata vitu kweli? Hakuna. Hatutakuwa na vitu ya kuwaletea. Kwa hivyo kwa sasa tumesema tuweke siasa kando, vitu itirilike ikuje hapa kwetu Kisii, ikuje Nyamira, tupate maji, tupate stima, tupate mabarabara, watoto wetu wasome vizuri, tuwe na madarasa mazuri. Na hiyo yote inatoka kwa serikali. Kwa hivyo, Your Excellency, we want to assure you,
sisi ambao tulichaguliwa kutoka eneo hili, hasa wa mama na wale wengine umeona hapa, we are ready to walk this journey. Amen. And we want to ask you, our region, our area, there are many things that we are missing, and you have promised that we are going to get. Absolutely. So we shall be with you. Kabisa. Mangana italia maya. Na itutiteke iga tonyore bintu abantu baitu banyara anyi simunajua huyu mama ndiye atakuwa gavana wa Nyamira hivi majuzi. Asante sana. Thank you, Your Excellency. Thank you. Mama achange asichange. Yes, na mimi nimechanga mchango wangu wa 50,000 shillings. Wapi makofi ya mama? Mheshimiwa wa mashukuru. Wapi nduru ya mheshimiwa Mheshimiwa wa mashukuru jameni. Basi. Sana Mheshimiwa Deputy President, watu wa Kisii, Bwana asifiwe. Haya, niulize, huwa mnafurahi hivyo? Huwa mnafurahi hivyo? Mnapenda Deputy President wetu? Akuje tena na tena? Your Excellency, nataka nikushukuru kwa sababu umetembea mahali tofauti ukileta empowerment. Juzi ulikuwa pale Kabete na wamenituma nikuletee shukrani. Asante pia kwa sababu ya siku ya leo umeleta maendeleo hapa Kisii. Mnampenda? Jambo la pili, huko kwetu tunasema tutakaa ndani ya serikali. Hapa mnasema nini? Ndani. Ni wangapi watakubali tukae ndani ya serikali? Jambo la pili, nataka kuwauliza hapa, mnaingia gari ambayo iko kwa stage ama mnagojea yenye inakuja? Yenye iko wapi? Hata sisi huko kwetu tunaingia ambayo iko kwa stage. Kwa hivyo hatugojei yenye inatoka Nairobi ndio tuingie. Jambo la tatu, kwetu tunasema tunataka maendeleo, hatutaki siasa wakati huu. Nyinyi mnasema mnataka maendeleo ama siasa? Maendeleo ama siasa? Maendeleo. Your Excellency, asanti na muendelee kupata maendeleo. Sisi huko kwetu nikiwaongoza tunasema president wetu ni William Samoei Ruto na makamu wake ni profesa nani? Si hata nyinyi mnasema hivyo? Nikifika huko kwetu niwapelekee salamu kabisa. Githua wa mashukuru kutoka Kabete. Githua wa mashukuru. MP for Kabete. 100,000. Wapi makofi ya mheshimiwa? Wacha sasa tukielekea kumalizia nimuite mheshimiwa Jane Kagiri, women rep wa Laikipia. Wapi nduru ya Jane Kagiri jameni? Wapi nduru ya mheshimiwa Jane Kagiri? Na DJ Deputy President wetu Kithure Kindiki, viongozi wote na watu wa Nyaribari Chache. Wairire. Si mnaona inajua kidogo. Mungu ni mwema na kila wakati. Yule ananiona akubali kunisalimia hivi kwa hewani. Jina langu ni Jane Wangeshi Kagiri kutoka kule Laikipia County, na pia kule Laikipia County niko na watu wametoka huku Kisii. Nikirudi niwapatie salamu. Huko wanajiita Egesa. Egesa ni kusema aje? Ni kitu mzuri? Ni kusema pesa? Egesa. Sawa, nitafikisha salamu. Kitu yangu ya pili ni kuwashukuru kama wakaazi wa Nyaribari Chache. Juu siku ya kura mulienda mukachagua kiongozi mashuhuri ambaye anaitwa Zahir Janda. Simjipigie makofi. Kitu ya pili mukaenda mukachagua Mama Doris Donya. Mimi leo nimekuja kuambia asanti sana kwa kutuletea waungwana katika bunge, viongozi wanawapenda na viongozi wanawafanyia kazi.
Mimi Deputy President, kwa niaba ya wakazi wa Kisii na wale wa Laikipia na wale wa nchi mzima, nataka kukutuma kwa president wetu His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Na mimi tafadhali nataka kukutuma Your Excellency umwambie asibabaishwe, asitishwe, aendelee kusaidia mama mboga, watu wa bodaboda, wale wa mijengo, wale wanajaribu kujiinua. Hawa ni watu wake. Msichoke kuzunguka nchi mzima mkiletea pesa kwa watu wetu. Tulipokuwa tunafanya campaign tulisema pesa mfukoni. Si hii ndio pesa mfukoni? Kuna ingine? Tafadhali Deputy President, sikia umekaribishwa Kisii, sikia umekaribishwa Laikipia na pahali popote katika hii nchi. Watu wa Kisii, nimeona mnapenda kuimba. Niwafunze wimbo moja ya Kisii. Mmetayarisha sauti? Fanyeni iko sawa? Mimi nikitaja jina na nyinyi mnasema Isano Naende. Hiyo ni sawa? Tuko tayari? His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Isano Naende. Nyinyi mnafanya aje kama hamjui kuimba? Si tunajua venye tunafanya. Kwa hivyo tukisema Isano Naende tunafanya hivi. Si tutakuwa tukiweka kura hivyo? His Excellency Dr. William Samoei Ruto. His Excellency Kithure Kindiki. Mheshimiwa Zahir Janda. Mheshimiwa Doris Donya. Asanteni sana, Mungu awabariki na wapenda sana, nitatoa 100,000. 100,000. Thank you very much. Thank you Mheshimiwa. Sasa tunaelekea kukamilisha. Tuko na MCAs watano. Nitauliza MCA wa hapa ataongea kwa niaba yao, lakini wote wakuja hapa muwaone. MCA wa hapa ndiye ataongea kwa niaba yao. Hao wengine awataje majina ili tumalizie. Wapi Mheshimiwa Steve Arika? Steve Arika. Bas, tuendelee. Bas. Yes, Mheshimiwa, endelea. Abantu baitombi amole. Momanyete. Na kinkorokwa. Introduce dakika moja. Abangina hi. Dolphin Bwali obwali bwali. Very good. Thank you. Thank you Mheshimiwa Bwali. God is good. All the time. All the time. God is good. Ayub Tumbo kutoka Nyamira, Nyansiongo Ward, where we have a pie erection. Therefore mimi natembea na hii serikali sababu vijana imepea vijana nguvu. Thank you. Well done. Abangina ambi amore. Na batati nongoza gutigara agaiga. Njasa mare tankor kwetna kwamoka koruo machoge ambi amore. Thank you. Thank you Mheshimiwa. Abantu wa mintombi amore. Yamore. Asa Maria tankor kwa Mheshimiwa Shem Kurbirongo ward isa biamono. Thank you very much Mheshimiwa. Abantu banyalibali hamjambo. Tujambo. Abantu ba minto nkwarega banyalibali ba minto. Yes. Biamono, thank you so much. Njego kuru kumasoti onko badarias embulembe ngakibakondoka. Njeno Monchari na ande Secretary General ya UDA County ya Kisii. Nuna bantaba ya sohoja. Your Excellency the Deputy President, you are a great man. This course that you have started to empower our people is what people have been intending to do. Tiganya sago sesenie, Mungu akubariki mpaka ushangae. Thank you. Nilikuwa ninaomba kitu moja, abantu bamito banyalibali. A second. Abaragia babaitu muno moja umuga mioyo sairi chando baletira. Oletiro tuko koira abantu banene Kenya baletira. Timwancha muga konde bwensi ya mochongeriga. Yes. Mwancho mwana oyo minoko bakonya chongeriwe. Nkomo bwate simoe. Nko bwate simoro mosike William Ruto. Nko bwate simoro mosike Kindiki. Abantu ba mitiru na abantu abaya. Your Excellency vile umeleta mambo mazuri hapa Nyaribari chache. Yeah. Mimi kwa niaba ya watu wa Bonchari ninakuomba utupangie hiki kitu, tutashukuru I'll sana. come. Thank you so much. Asante sana Mheshimiwa. Hi.
Hi. Hi. Hi. Oya goro kupita Moindi was a boy. The mama iji. Thank you so much. Na bakwaniri mwensi mbiya mole. Abangina ngoro kyoko boko igonye moigwete buya. Nchasa mariete nkoro ku Purity Morakire rako Rubonchari igonde director ya Bomas of Kenya. Mbiya mono na ende to support serikali yeye igamangana yebipindi biribire moino gari torabitiga emyaka 8 yatigaire Murai Ruto agende gotolentera magenderero gochagusiga iga nebintu ebinge mbiya mono nyasaba seseni. Your Excellency, maneno yetu kama MCA tuliambia Sairi Janda atakueleza. Asante. Thank you very much. I am. Sorry. Bas, wapi huyo Matoke? Ule mtu amechaguliwa na rais hapo, haraka haraka tafadhali. Dakika moja. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Bantu ba mintombi ya more. Bora yango igonye wacha noko boko. Abangina moro. Nero bakungu tigato kwane. Biyamono sana. Tagete nkwane ngane ye moiga. Ka kitu abere no mogoko. Twabere no mogoko na inde gotogote banganya sauria. Okonye to Mheshimiwa William Ruto akamorusi nsari akamuimokereri igoro. Ebukungo teberenga ulio gweka inyasa ni gakoraki. Barenga bago tebanga William Ruto. Biyamono sana. Ilio mwali pi Mheshimiwa Naibu wa Rais. Mimi nimefurahi sana kwa sababu umeleta hii jambo hapa kwetu Nyaribari. Nimefurahi kumuona Mheshimiwa mbunge wangu kutoka Nyaribari Masaba na ninajua mtatuandalia jambo kama hili. Yes. Na Mheshimiwa Nyaribari Masaba nimefurahi hata kama ulikuwa upande ule mwingine, sasa umetujoin katika kufanya maendeleo ili mambo kama haya yaje kwetu Nyaribari Masaba. Mimi ni kitimba mimba wa rais na ninawaambia mbiyamono sana nyasaba senye togendelee kuchiwosio mbiyamono. Thank you very much. Iko natoa shilingi 50,000. 50,000. Cosmo sema jambo moja dakika moja. Huyo rafiki yangu anaitwa Cosmo Choi. Asante. Wapi nduru ya Cosmo Choi jameni? Thank you, Naibu wa Rais. And God willing, you're gonna be our 6th president of Kenya. Kwa machaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kazi mo baby, kazi mo easy, kazi. Mwanaume kamili, mwanaume tosha, mimi Cosmo Choi. Hiyo ndio my motto ni before niongee. Nataka kuwashukuru na ngobate ando bami ntaba Nyaribari ama iga mange kuri bobasimbi yamore. Bobasi bana barabamba bwati mobunge. Ingayo mobunge bobasiara ruchibesa. Iga asirete. Imoyare. Okay. Kakiti sitaongea mingi sababu naona kila mtu anataka kuongea. Nataka kutoa shukrani Deputy President wetu. Umefanya kazi, umetembea, umeunganisha Kenya. Wewe ni mwanaume, haki ya Mungu. Sitaki kuongea vile sana. Let me approve the message. Cosmo, keep chumba Choi mwenyewe. I approve this message 100%. Ndani mpaka ime. Thank you very much. Pesa. Ametupa shilingi 20,000. 20,000. Wapi makofi ya Cosmo Choi? Yes, sema jambo ndugu. Aya. Abantu ba mintombo ya more. Ona achira na mangana abere. Your Excellency, you allow me to speak on those. One, huyu jamaa kuja Sairi kuja. Huyu jamaa, Your Excellency, tulipigana vita kutafuta hii kiti. Akanishinda. Among the 12 contestants, I was the only person ambaye alimwandikia congratulatory message. Na ni mimi namsupport hata saa hii. Very good. Excellent. Namba ya pili, wakati aliniambia kuna mchango, nikamwambia mimi kwa sababu ya njaa na maneno mengine nilienda upande mwingine. Si ni kuongea ukweli? Lakini sasa umerudi. Sasa nimekuja hapa kuambia naibu wa rais ya kwamba I wanted him to listen. Your Excellency. One minute. Na kukuhakikishia ya kwamba as a leader na ni mimi nimekuwa MCA 2 terms. Yes. Nataka unipatie appointment. Okay. I confess before you and I confess before the president. Zaidi uniletee huyu mtu. Niletee huyu mtu. Asante sana. Asante sana. Very good. Nashukuru sana. Basi yetu mmefurahi.
Mumefurahi? Huyu Zaidi anatosha hajatosha? Zaidi anatosha hajatosha? Aendelee namna hiyo kuwatafutia mali, kuwatafutia maendeleo. Wapa nione wale wana support Zaidi hapa. Zaidi. Bas, ni mungetaka nirudi hapa siku ingine? Nitembea hapa? Nataka sasa, wachaneni na hiyo mambo ya pesa, imeisha sasa. Nataka sasa tusimame kwa wimbo wa taifa na pia munitume na salamu. I also want to take a salute from you guys. Yaani mnakujanga kwa wingi hivi jameni. Siku hata nimeangalia pande hii imejaa, huku kumejaa. Hey. So watu wetu ya Nyaribari Chache, mimi nimefurahi sana. Mimi vile mmenialika hapa nitarudi. Na so that I repeat again. Saa hii sio wakati ya kampeni. Siku ya kampeni itafika. Na ile itasaidia wale ambao wanatafuta viti, ni ile kazi ambao watakuwa wanafanyia wananchi. Ile kazi itakuwa imefanyika. Kwa hivyo mimi nawasihi muendelee kusupport viongozi wenu, muendelee kusupport rais na MP wetu hapa, women rep wetu na viongozi wote ambao mmechagua wawafanyie kazi. Sasa nataka munitume na salamu ya president, kwa sababu president hayuko hapa, lakini si umeona amesimama na sisi jameni. Nisalamie rais. Wacha nione kwa mkono wale wanasema tusalamie rais. Na mimi mungetaka nirudi hapa tena. Wacha nione salamu wale wanasema nirudi. Very good, asanteni sana. Wacha tumalizie kwa wimbo wa taifa. Alafu Mheshimiwa Zaidi atarudi hapa ndio awapange vile mtajipanga na hii maneno yenu. Kwa hivyo tumesanya milioni 10 na 200,000. 10,200,000. Wapi makopi ya Zaidi Janda? Wacha nione wale wamefurahi na kazi ya Zaidi Janda. DJ Reels bosi, sasa hapa inabidi tukatike kidogo ndio tukusukume, si ndio? Weka iga rotiko bibuya akawia mama roba imamurene twamanyire basomama imamurene twamanyire basomama imamurene twasomire gesonguma imamurene twasomire gesongo igwandabiga imamurene nachomontakokwa imamurene nachomontakokwa imamurene nachomotokokwa imamurene nakibwaroka imamurene nakibwaroka maboko imamurene
morondo. Oya ye, ekinegetinge, ekinegetinge, ekinegetinge temwaru morondo. Oya ye, ekinegetinge, ekinegetinge temwaru morondo. Oya ye, ekinegetinge, eyunebete, eyunebete yamwabija. Oya ye, eyunebete, eyunebete yamwabija. Oya ye, eyunebete, eyunebete, eyunebete yamwabija. Oya ye, eyunebete, eyunebete yamwabija. Oya ye, eyunebete. Basso, 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 como sayansi ashurda msela disese enyangitwale kolija nero twanyenyora enyangitwale kolija nero twanyenyora enyangitwale kolija أنت وزوجك